Juma ya tariki 10 mweri wa Februari mwaka ni wa 2024 ni mwaka kwa we ukire thayo ana kiumia gyaku ni kirainikirira o wega kuona ati ni weekend. Ari mweri wa Februari radika ni ukiwa mweri wa Februari ukoragwo we mweri special. Legends are born in February. Hello. Mundu gitwa Cristiano Ronaldo kana muthaki wa kagio itagwo Cristiano Ronaldo, the only GOAT kana greatest of all times. Agishirirwo tariki 5 mweri ni uyu wa Februari na ndaikorwo ikinyia miaka 39 39 years. Ano ndaikorwo gituika niwe greatest scorer of all times. Mundu gitwa Cristiano Ronaldo. Legends are born in February. Kuona ati ona waboi wajao that sports girl. Ona kiaishirirwo mweri wa February. It's my birthday weekend. Tafadhalini omothe mukamwigwa ngisita mukamenya tikwenda. It is not my wedding, tikwenda gwakwa. Ashitagwo February senya shenanigans na kidogo gito birthday shenanigans. Haya we mwera ridi kio kihana atia gukore kwa Muthingi TV gaikura karibu sana gikoni hinde yaku ya mbere ukorokirira Muthingi TV gukugwira karibu sana keti chini tupa remote todo sasa mieta waboi waja ukiretuka Mathako nimekuja nimetonya I'm in kwa gotara ginya iharo ine govenyithire ciana cia atumia cirakigare kiria kiumia keu maundu ni maige maikoratwo makihaneka kiumia gike golf niyo ithiete na mbere gukorwo giakiriria mwaki kuona ati turaiko tugithaka Mbitika back to back kana Mbitika eno tugathie eno egi na ningi Mbitika cia AFCON na nigikoretwo ikiingira ikerekaine ria finals kwa na menage na kiria kuona ati team nyingi kana andu aingi team ria magikawa magisupport aciothe kana nyingi wacio ni cikiinokete nigikorwo gikwira ni team ire kwira ikorwo ikihota kwitiria maororo na kuigira ikerekainiria kindu gigwitwo semi finals na ningi kindu gigwitwo a finali ara gikorwo gikwira kuria cikorwo githakirwo finals ningi ni gukorwo gigutariria I've told you about the birthday shenanigans igoro gigutariria uhoro wegie Mbitika cia guku bururi-ini ona nja wa bururi. Haya no korwo kindumira ndumiriri yaku kwa mwana wa Facebook ario Muthingi TV na mwana wa kwarigwo wa boy wa jao that sports girl na kindu gia bata koragwo gikane wathio ka like no ga follow no ga share eko tukinyira andu aingi nigetha tukorwo tukiamukira mwago uyu wa guku kwa Muthingi TV hamwe ndumiriri-ini kura kwa mwana wa Muthingi TV na gwa mwena wakwa ni wa boy jao that sports girl korwo kinjira urerorera ukiri mwena uriko na hihi mukire na uko ukiri ningi ni mariko maiko makiyumiria thiini ya Mathako haria we ukiri na riu nagitio kinene jitikiria tuingira ginya kuria iharo-ini na gwa gumenyithio ciana cia atumia cirakigarika na tukiambia twambia na ciciegi aria makire na mawathe kana niyo cietagwo Mbitika cia Paralympics na kuria mehaririria Mbitika ici ni maikuru mukinikirira kuria kiharo-ini kia Nyayo National Stadium kiria kiri kuria mwena wa county-ini ya Nairobi na kuria athaki aya maraikuru magithie kuria mwena wa Dubai nigetha maikoro magithaka Mbitika cia ukoro makimathira tigiti wa Mbitika-ini cia kimabũrũri kana athaki aya maugite ati ni makorwo makirogamirira bũrũri wa Kenya na kuria meraniire ati makorwo makiandikithia maumirira mega Mbitika-ini ici kuria mwena wa Dubai. Coaches wale select hii kambi kwa maneno ya high altitude. Nimejitayarisha vizuri, niko tayari kuleta call kwa 5000 and 1500 tukisaidiana na wenzangu. Tunatayarisha kwenda Dubai. Tunajua kwamba tunaenda kuwin vizuri. Tunatarajia tukue na performance mzuri. Pande wa coaches pia anatuelekeza mzuri na tuko ready ku compete. Tuko ready kujiandaa kwa hii mchezo na matumaini yangu ni ya kwamba tu ninapoenda nje naweza kimbia mzuri ili niweze kushinda kwa time ili time yangu yese ku increase kwenda juu kwa ile ya last year.
Haya, na kio kiama kirũgamagĩrĩra mbĩtĩka gũkũ bũrũri-inĩ arĩ kĩo kĩama kana mbĩtĩka cia kagi arĩ kĩo kĩama kĩa FKF Football Kenya Federation. Na kĩo nĩ kĩũrĩtie kĩama kana nĩ kĩũrĩtie rũhonge rwa ithurano gũkũ bũrũri-inĩ arĩ rwa IEBC gũkorwo magĩteithĩrĩria gũtabania mbĩtĩka kana gũkorwo magĩtabania ithurano ciao iria citanyĩtwo kũhanĩka mwaka ũkĩte. Kĩama gĩkĩ nĩ kiugĩte atĩ ithurano iria ingĩ cikoretwo igĩkwo nĩ ikoragwo ikĩona kana nĩ ikoragwo ikĩhutio nĩ ungumania, no ende kwa ihinda rĩrĩ marenda ithurano ciĩna waragania na ningĩ na ũtheri makĩria. Ũũ nĩ thutha wa mũikarĩri gĩtĩ ũrĩa ũkĩrĩ ho mũndũ gwĩtwo Nick Mwendo gũkorwo akĩhana atĩ kana gũkorwo akiuma kana nĩ agũkorwo akĩeherera gĩtĩ gĩkĩ kĩa Football Kenya Federation. We expect an independent body to oversee the law, that is to oversee the election, that is IEBC. We expect to have a valid and correct voter register that is ratified by IEBC. We expect that the sections of the Electoral Code of 2020 that were deemed unfit, that were deemed unreasonable, that were deemed against the laws and the Constitution of Kenya to be done away with as soon as yesterday. And we are calling upon FIFA, we are calling upon CAF, we are calling upon the Ministry of Sports through the Cabinet Secretary, Honorable Babu Namwamba, through the Principal Secretary, Honorable Tum. We are calling upon the Office of the Sports Registrar. We are calling upon the Office of the DCI. We are calling upon the Office of the Ethics and Anti-Corruption Commission to take note of those illegalities that had been highlighted by the SDT on the Electoral Code of 2020, and to ensure that those individuals who are aiding and abetting those illegalities, that action is taken against them. Thank you. We want to ask the Kenya Football Federation and especially the refereeing department that let us create a conducive environment for our referees so that they can perform. Many of our referees are working under intimidation and fear. For instance, when you have your appointment, you have, if you have other issues that can make you not honor the appointment, you're supposed to write to the CEO, which to us we feel that it is not in order. Why you bring the CEO to matters of appointment? Number two, let us create an environment where our referees will perform, and then we demand results from them. Number three, let us think of emulating our referees by paying them on time. Lastly, in the last Mozart, it was a very big shame for our nation and our referees, because our referees were paid 1,000 shillings after officiating those matches, which is below the expectation of our referees. So what do you expect when these referees are called to go and officiate the Mozart Cup? And we know from the bottom of our hearts that this tournament is fully funded, it is fully sponsored by Mozart, and our referees are yet to be paid. For those who officiated in the first group of knockout, they were only paid 1,000 shillings, which is below the expectation. Haya, tukitigana na icio ciĩgiĩ FKF na rũhonge rwa IEBC, tuthiĩ na mbere kũrĩa mũtwarithia wa ngari cia mũthemba wa safari rally mũndũ gwĩtwo Amwari nĩ orĩtie mũruna wake Mwenda gwĩtĩkĩra gũkorwo agĩkĩra ngirimiti nĩgetha makorwo magĩteithania gũtwarithia ngari mbere ya mbĩtĩka cia safari rally mwaka ũyũ wa 2024. Amwari augĩte atĩ Mwenda nĩ aikoretwo arĩ mũndũ mwega woka nĩ ũtwarithia wa ngari na no ende atuĩke mũrunawe kuona atĩ mũndũ gwĩtwo Njue nĩ akorirwo akĩehera wĩra mwaka-inĩ wa 2018 na kũrĩa Amwari augĩte atanyĩte atĩ nĩ makorwo na kana nĩ makorwo makĩandĩkithia kĩmera kĩega mwaka-inĩ ũyũ wa 2024. Since Job retired, we did with Dennis Mwenda last year. I hope he's available. I'll give him another opportunity. So unless he's not available, then I'll be into problems. I have to try and get someone who is experienced. Yes, to keep up with my pace. Yes, you cannot just go and pick and somebody who is starting running from 2 days, 1 year, 2 years. We need a little bit of experience. Expectations are always high. We want to finish first because we don't win without finishing. We want to finish and finish well and finish in a good position. Last year we came fourth. This time we want a podium 1, 2, 3.
or mostly one. I actually want one. And we know we are capable, we have the skills, we have a car to drive that. And that is how I mean this year. Easter gives everybody a chance to come and experience motorsport, gives more fun to come and watch the rally. Even the hospitality gives a lot of people time to come and enjoy the hospitality which Kenya gives, the magical Kenya. So it's a good thing. Schools will be closed, children will be able to come. My children will also be able to come and watch Daddy drives. So it's a nice thing. Yes, and especially during Easter, the weather changes. You don't know, you cannot predict what will come into the next stage. So it makes the motorsport, the event, more interesting for the drivers also. Haya, tunaishishie Mbitika cia safari rally nao kana beo jethe kuma kaunti-ini ya Nakuru muno kuria mwena wa Naivasha kuria Mbitika cia World Safari Rally ikoragwo ikihanika ni matetete ni kiria maugite ati ona thengia wa kaunti ino ya Nakuru gukorwo ikinyita ugeni Mbitika cia Safari Rally imwana kana beo jethe akuma kuria mwena wa Naivasha matikoragwo makigunika na kigina kiria kirogotagwo wona Mbitika cia hanika kuona ati mawira maige makoragwo makiheo beo jethe kuma nja wa kaunti ya Nakuru ni maiketie ritana kuri governor wa kaunti ino mundu gwetwo Susan Kihika ni atha akorwo agitigirira ati utonga wothe uria warogotwo kana mawira maothe maria mari hanikaga riria Safari Rally ikiri ku kaunti ino ya Nakuru ikorwo kana Mbitika na mbeca icio ikorwo igithie mihuko-ini ya beo jethe aria mari kaunti ino ya Nakuru na muno mwena wa Naivasha. Hiyo tunaweza sema inaletwa na zile shughuli za the economy yetu ijakuwa ikupoa kabisa. Kumekuwa na ukosefu wa kazi na sasa hizi opportunities zikikosa vijana wanaingia kwa depression, wanaingia kwa madawa, wanaweza kuingililia mambo ambayo ni undesirable. Na inaonekana ni kama inaenda out of control kwa sababu kila siku mazee tunaona kwa news kila pahali that vijana wanajiua, wengine wanaua wale wengine. Yaani unyama tupu. Na sisi kama vijana hapa Naivasha pia tumeaffectiwa na hizi mambo za depression na mental health. Na one of the things ningetaka kusema ni ati venye WRC inakuja, sijui kama wanaweza kuwa na programs zina address hizi issues sana. Especially sisi wasanii, tukiona vitu kama talanta hela venye zinakuja hapa, wasanii wetu hapa tuko very talented. Tunafaa kukuwa involved kwa hizi opportunities, unaona? Tuko na dancers, tuko na wasanii, tuko na watu wa kuchora na tuna feel that hii WRC ijakuwa na impact kubwa na hii ni the 4th edition yenye inakuja hapa. Hii event inafaa kuwa immortalized hapa Naivasha. Inafaa kuwa kitu yenye iko na kumbukumbu sana hapa Naivasha kwa sababu hatuoni tena kama itakuja hapa very soon hii contract yake ikiisha. Na tunafaa kuimmortalize aje hii kitu. Tunafaa kuwa na vitu kama CSR kama venye mwenzangu ameongea hapa, creative hub. Hatujaona CSR yote hapa ya WRC. Kitu ya kwanza. Kitu ya pili, hatujaona mpaka vitu zinafaa kuimmortalize hapa. Watu kuna pesa mingi ambazo zinakuja hapa but sisi tunakuwa kwa side shows huko hivyo. Sisi tunakuwa spectators kwa background yetu. Watu wanakuja hapa wanafanya vitu zao zote, contractors wote wanatoka Nairobi. Hadi watu tu wa kuangalia watu kwa barabara hivi wanatoka Nairobi. Ni kama sisi hapa tumesahaulika sana. Na last time talanta hela ilikuja hapa Naivasha na wasanii wetu waliachwa nje. Tukakuwa sisi ni watu wa kuspectate wala watu wengine wakiperform. Na tuna feel that hii inatunyima opportunity ya sisi wenyewe kuonekana pale. Na jambo ambalo ningetaka kusisitiza ni ati sisi wa vijana wa Naivasha, sisi ndio tumezaliwa hapa, sisi tuko na culture hapa, sisi ndio tunaonyesha art yetu hapa. Sisi ndio watu huko nje wakituona wana feel Naivasha. In as much as ni WRC imekuja Kenya, pia msisahau pia imekuja Naivasha. Naivasha sisi ndio tunaihost na sisi ndio tunafaa kuwa tuna benefit zaidi na hii WRC. After the current regime imeingia, kuna so many stalled projects zenye zijamalizika. Kama Naivasha we have one project ya soko ya samaki. Pesa iliwekwa hapo, pesa mingi sana, but up to now tujaona any development on the project. Na hiyo project ingekuwa inasaidia vijana, tungekuwa tunapeleka samaki zetu pale, at least zinaweza kununuliwa with a good value. Naivasha park ilijengwa na ikakuwa completed over 2 years ago. Up to now tumekuwa tu tukiwasha candles huko za Christmas, wanaenda na funguo. Tunauliza mheshimiwa Madam Governor Susan Kihika, park
tulijengea wanyama ama tulijengea vijana ili waweze kujisaidia. So we are pleading for the county government of Nakuru, the MCAs, Madam Governor, we need to see you on the ground na tukue na zile project zenye zinafaa. Another thing, tulikuwa na land ya kujenga stadium yenye iko pale karibu na Kanjo. So the land tulisikia imegeuzwa, wanataka kujenga the affordable housing. Sisi tunauliza kama sisi mahasla, hiyo affordable housing itanisaidia aje? Yet mimi niko na kipawa, ile stadium ingetengenezwa pale, at least vijana wangeenda kufanya story na sports na co-creation. So we are asking the county government waangalie hiyo maneno pia. Maneno ya WLC tuliongelelea kuanzia last year. Kumekuwa na pesa zimetolewa za CSR. Sisi kama wanaivasha, vijana wanaivasha, tujaweza kuhusishwa na hayo maneno. Unakuta pia hata kandarasi ya kuokota taka inatolewa, mtu wa Nairobi anakuja anapewa kandarasi ya kuokota taka siku ya WLC. Tunashangaa sisi vijana wanaivasha hatuna mikono hata ya kuokota karatasi. It's very hurting us. Tunaomba tuweze kuangaliwa na tuweze Haya, natokima kuu kaunti-inĩ ĩyo ya Naikuru, turogenya kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombasa kũrĩa mbĩtĩka cia Kenya Magical Open cia golf mwena wa Nyarari nĩ ĩrakorirwo ikĩhũrwo cabi na kũrĩa athaki aingĩ makoretwo makĩruta woni wao ũhoro wĩgiĩ ũrĩa marakorirwo makĩambia mbĩtĩka icio. Aingĩ nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra, no ĩndĩ nĩ meranĩire nĩ magũkorwo magĩthiĩ na mbere kwandĩkithia maumĩrĩra mega. Mbĩtĩka ici ĩkoragwo ithakĩrwo kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Vipingo kĩrĩa kĩrĩ kũu kaunti ĩno ya Mombasa. Going in, I wanted to just, like, the one thing I wanted for myself was to have a cool, calm head and see what happens, basically. And I feel like today I really managed to do that. I had the first day nerves, obviously first time ever playing a pro event, so even more nerves, and I feel like I really faced that head on and I was ready to keep my cool. Performance-wise, like my results, I'm not too happy with them, but I'm not upset. I'm pretty content, happy with the first day, and see how it goes tomorrow. I'm definitely gonna keep a cool head, but also take what I learned from today. There were some mistakes that I made out there that really weren't necessary, so I'm gonna be like keep an eye out for those and manage myself a bit better. But overall, keep that cool head, stay with that mentality, and I'll be happy. Yeah, so we started from the 10th side and I played really well that side, and then we finished on the first side. So I was having a bit of, my putts were not sinking, so I had a lot of bogeys. So I finished +1 and +6 respectively. So still feeling that tomorrow I have a chance. So we see how tomorrow is. Haya, tukitigana na icio ciĩgiĩ golf, tũingĩre mũbira-inĩ wa ikabu kũrĩa timu kuma kũrĩa mwena wa kana mbĩtĩka ici iria irakorwo igĩthakĩrwo kũrĩa mwena wa Tatu City, kũrĩa timu ngũrani kuma kaunti-inĩ cia Nairobi na Kiambu irakorwo ikĩnyitana na kũrĩa athaki marakorirwo makĩonania wega wao kana makĩonania maũrũrũ mao gũka nĩ mbĩtĩka-inĩ ici cia ikabu, na kũrĩa arũgamĩrĩri a mbĩtĩka ici nĩ maugĩte atĩ nĩ magũthiĩ na mbere kũnyita itemi kana gũkorwo makĩharĩrĩria mbĩtĩka ta ici nĩgetha timu nyingĩ ikorwo ikĩna kũndũ gwa gũthakĩra na ningĩ maikorwo makĩmatha ũboco wao wa o mũthenya. Wacha ujalala. Nimeanza kucheza sasa game yangu chaka za mwisho. Welcome again to Unity Homes. This year's tournament managed to attract like 11 teams. We had 9 men teams and 2 ladies teams. So far the tournament has been good. We are actually about to get into the semi-finals. It has been a good turnout and we hope to attract more teams in the next edition and see the growth of basketball in Kiambu County. Daniel, a player in the Mbitika Wolves. The team is based in Mbitika. We're so proud to go into society. It's a tournament in order to build as players, build a good community around the place. Tunakuwa exposed to beer. I'd love to say that during the basketball, we love it here in the city because this tournament inatufungulia milango. My name is Eric.
Mwaka. Tuko hapa Tatu City leo kupitia since yesterday. There is a tournament going on. I have a team that I've been coaching, Sacred Hearts, and we're happy to be here. Also, my name is Solomon Tama. I'm high school. The reason why I started basketball because when I was young, I usually saw some videos of some PS players like Bobby and others. So that's the reason why I started playing basketball, and I wanted to visit them and join. Haya nacio Mbitika cia safari tours ino ni Mbitika cia golf ni raigolio ikiinikirira kiharo-ini gia kuria mwena wa Karen Country Club na kuria mundu wetwo Indieza no raikorirwo kihotana aikorwo gifutwo ni mundu wetwo Gregs no nogwo ayeta kana aria maikorwo makimathira maikorwo makihota kwimathira tigiti wa ukorwo makiingira Mbitika-ini cia Kenya Magical Open cia arume iritanyitwo guthakirwo kiharo-ini kia Muthaiga kuma tariki 22 mweri-ini uyu wa keri mwaka oro uyu Indieza ni augete ati ne ukorwo agitigirira ati mbeo njithe aria makimurorete igoro kana aria maikoragwo makirora uria guthaka ni akorwo kimateithiriria nigetha on o maikorwo magikinya haria we akinyete. Riri Mbitika cia golf ithiete na mbere kunyita thinga ngaragano cia safari tour ni ciinikireire kiharo-ini kia golf gia Karen gukwari kaunti-ini ya Nairobi. Captain wa kirabu giki gia Karen Collins Ojambo augete hari bata muthako wa golf gukorwo kihurwo jeki wona niguo kani kibesha. Through the Kenya Open Golf Limited, we'll continue with this partnership. I'd like to thank the tournament administration team and also our course team who spent a lot of work in ensuring that the course is in good condition, and I believe that you enjoyed every moment when we are playing. To the winners, congratulations, and wish you the best in the next step that will be coming after this event. Munene wa Kenya Golf Open ururugamirire wendia ni oritie athaki na muno aria magakorwo makihutia Mbitika cia Magical Open agwetekia ati ni magakorwo makihotana na ogwo mari ni meke minene ya gukorwo makirirukia federa ya kirabu giki. Ours is just to urge you to keep practicing. We want you to win this the Magical Kenya Open 2024, and we are there to support you. We are also going to have the golf for the disabled, so for those who will be able, come and watch. We'll have the 10 pros from the European Tour who will be coming here for the first time, so it's good that we also come and see the golf that's going to be played at that level. For mine now is just to thank you and wish all the winners congratulations, and looking forward to better golf and great golf as we go into the Magical Kenya Open. Nake munene wa wendia wa fegi ya SBM Magdalene augete fegi ino ya SBM neguthie na mbere kunyitira muthako wa golf gutigirira bururi wa Kenya uri handu ki mafururi. So as SBM Bank, we are honored to be here today. We have been here from Saturday, and it's been an amazing time being part of this this safari tour. So I would like to thank the leadership of Patrick Oba, as well as Ronald Meru and the rest of the committee for really putting together a spectacular event. And to all of the pros, the amateurs, and everybody who played, I think you've put up a spectacular show, and we are very proud to be part of this event. SBM is also stands for State Bank of Mauritius, and we are out of Mauritius, which is also another golf haven. And as you know, golf is something that is in our DNA. So we're happy to be here, and we are committed to ensuring that we are doing more and more for this particular sport. We believe that as we enhance our technical capabilities as golfers, we will really make Kenya a sporting haven. And that is what is our commitment, and we know that we'll be doing more. So for all of the pros, and for everyone who will secure tickets into the Magical Kenya Open, we say congratulations, and we can't wait for the next event. Teka ichisha safari tour ni gutigirira athaki kuma guku bururi-ini ona nja wa bururi me mathira tigiti wa guthaka ikiraka-ini ria Magical Open Mbitika iriga ikorwo githakirwo kiharo-ini kia Muthaiga mweri-ini oro uyu.
But in terms of that, you can tell by the scoring's been very low the last couple of events. Shows guys are ready for the Open, I think. And in terms of that, yeah, like I said, I'm just looking forward to a couple of days off and then get back to practicing ready for the Open. Handu-inĩ ha Muthingi TV njĩtĩkaga Wambui wa Njaũ. Haya, ũcio nĩ ngĩtĩkaga Wambui wa Njaũ ngwenda ũkongĩcokeria ngatho. No ĩkorwo ũkĩona ũrĩa mũndũ gwĩtwo Indieza ĩkorwo akĩhũrana ngarangaro-inĩ ici cia Safari Tours. Haya, atũgĩthiĩ na mbere tũroge nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu na kũrĩa mbĩtĩka ici cia kana mbĩtĩka iria ikorirwo ikĩrehe hamwe mbeũ njĩthĩ na andũ akũrũ nĩ mbĩtĩka cia kĩndũ gĩgwĩtwo netball na kũrĩa athaki maugĩte atĩ nĩ mahotete gũkorwo makimatha skills kana nĩ mahotete gũkorwo makimenya kana kũhĩgĩrĩra ũhoro wĩgiĩ mbĩtĩka ici cia netball na kũrĩa meranĩire atĩ nĩ magũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra mbĩtĩka ici kana kũnyitĩrĩra athaki na mũno mbeũ njĩthĩ nĩgetha matige kwĩingĩrania na indo kana na maũndũ marĩa matagĩrĩire kana kuma gũkũ mwena wa Embu maugĩte atĩ nĩ magũtigĩrĩra ciana nyingĩ na mũno iria cirĩ mathukuru-inĩ nĩ ciahota gũkorwo ikĩona ũboco wao wa o mũthenya guoka nĩ mathako. Nimesaidika kwa kujua skills kama skill yenye nimekuja na yenyewe nimefunza mtu mwingine na yenyewe amekuja na yenyewe amenifunza skill hiyo. Sasa nimeenda nyumbani kwetu sasa nikijua those skills. Huku regionals tulikuwa position 1 ndio tukaenda nationals and na nationals tulikuwa number 4 but regionals tulikuwa number 1. Na mimi ni mmoja wa wale walikuja na hii idea ya kunacha talent to the young girls wale wako JSS, wale wako secondary school na wale wako vocational training center. Our aim being nurturing talents na kukuza hii mchezo wa netball. Embu County tunatha muno uranyita iretu uhoro wa kugurwo tene, uhoro wa madawa agikorega cukuru nimageire ciana riu turenda undu tungimarehaga hamwe tukamariria tugithakaga nigetha tukahota ujumbe ule ukinya na njira tutukorwo twatuka tarata koguo na tukimatara ni mariguaga wega nikio twina mami guku ona cũcũ amwe nĩ acũcũ twarikia guthaka tukaria na twenda guthuka county sub county ciothe cia Embu nikio turauga tuthii na mbere na county government tunyitirire na heshimiwa tutweka uguo nitugo twateithia mwiritu wa Embu ona twakurie talanta. Nimesaidika kwa kujua skills kama skill yenye nimekuja na yenyewe nimefunza. Haya, tugetigana na icio kũrĩa mwena wa kaunti ya Embu na riboti ĩno ĩragĩkorwo ĩgĩtũhe kanya gaitũ ka mbere ga gũkorwo tũgĩikĩria ndũgakorwo gĩthiĩ kũraihu kuona atĩ gĩcokereria tũgũcokereria maingĩ no kwa ihinda rĩrĩ nyambe ndore kũrĩa mwena wa Facebook arĩa makoretwo magĩtĩka register na mũndũ gwĩtwo humbled host ũragĩkorwo ngĩnjĩra ngeithie msichana wa Chelsea ngũcio ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo Sally no ũragĩkorwo ũkĩrwo geithie mũndũ gwĩtwo Susan Sweet Story ndagĩkorwo ngĩkuona onawe mũndũ gwĩtwo Terry ngatho cia mwanya mũndũ gwĩtwo Karusi ndakuona onawe mũndũ gwĩtwo Gaitha onawe nĩ ndagĩkorwo ngĩkuona nĩ ũkoretwo ũkĩingĩra gũkũ kwa Muthingi TV. Haya thiĩ na mbere gũkorwo mũgĩtĩka register kũrĩa mwena wa Facebook arĩa Muthingi TV naguo mwena wakwa nĩ Wambui Njaũ that sports girl ũkorwo ũkĩnjĩra ũrerorera tabarĩra ĩno ya Metameta cia Mathako wĩ mwena ũrĩkũ nyambe njikĩrie nĩ ndĩracokereria. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Mseni dereva tusimame. Wewe dereva wewe. What
zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na Hetia Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1,000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Hetia Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Hetia Supermarket. Ndio. What tata? Kitoko. Hey, wewe na umeshinda nini? Yote. Hasa. Wabenalala. Karibu ndani ya Hetia Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, install prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetia's Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvex, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Prestol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hetia Supermarket, a world of choice. Twashokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na guikara guku kwa Muthingi TV ino ari Metameta cia Mathako ni iria kwa Ngetika wa boy wajo kana kaireti ka Mathako that sport gararia muthenya wa umuthe muthenya wa Juma agoragwo gikurehera ciegie mathako athaki. Yes, haya tucokereria iharo-ini nake muikariri giti wa kirabu kia Gor Mahia mundu gutwara chill ni augite ati gutirikana kirabu kia Gor Mahia tikio kiragwire ni getha mundu gwetwo Omala akorwo githie bururi-ini wa Algeria. Maugite ati makorirwo makineana maratathi ma mundu gwetwo Omala no ende kirabu giu kia mwena kou kana kiu kou kia mwena kou wa Algeria ikorwo ikirega maratathi make ni ugite ati Omala ni aguthie na mbere kunyitirirwo no ende ni makorwo magifuatirira niki giatumire kirabu kiu kimwe kio guo kuona ati Omala aratanyitwo gukorwo githamira kirabu kiu gia kana kuria mwena wa bururi wa Algeria. Haya, tugitigana na icio ciegie mundu gwetwo Omala na tugatanya ati ni akorwo akiamukira kana ni akorwo agifuata iroto ciake kana aikoria taranda yake ya guthaka kindu gigwetwo mubira wa Kagi ni rukwa ihinda riri njitikiria tukorwo tugithie nginya kuria iharo-ini cia Kagi turore uria Mbitika cia kindu gigwetwo FKFPL aricio Mbitika cia ligi nene guku bururi-ini igitanyitwo gukorwo ikihanika kiumia giki. Haya, timu ya Posta Rangers mako magitogana na timu ya Police nayo Bandari mako magitogana na timu ya City Stars nayo Ulinzi mako makingethanira na timu ya Bandari mako makingethanira na timu ya City Stars ari Mbitika cia FKFPL no ririkania ati Mbitika ici aciokoro igithakirwo iharo-ini ngurani na kuria kwa ihinda riri Mbitika ici ni igithiite na mbere gukorwo ikiyarira kuria igukorwo igithakirwo kana hihi gukorwo igithakirwo
nira ikoro kiyarira anigetha tuone maumirira ma uria cigokorwo igeikara kuona ate Mbitika ici iria kaire gwetwo kuhutia karurigi kana ni hindi twagika final touches na gikorwo Mbitika ni tigarite kadhaa no kuhinda riri ukirora kimera gia 2024 2025 ni gitanyitwo gukorwo it's around the corner ikorwo gikiambia riu kuhinda riri muthenya wa umuthi wona cienda wega thaa kenda cia miaraho timu ya Posta Rangers mako magitoga timu ya Police anayo timu ya Bandari matogana na timu ya City Stars Police mako magitoga timu ya Ulinzi Stars ari Mbitika cia FKFPL ni garagano iria nene guko bururi-ini haya tugitigana na icio ciege kana team eno kana Mbitika eno ya Posta Rangers mundu gwetwo Oscar araikorwo akijira team ya Posta Rangers hemur kana ni koretwo kana ni kiambetie magithaka na team ya Police uririkana team ya Police ni maikoretwo set the standard high kuna ati maikoretwo makiambia kurehia kana expensive goka ni kindu gegwetwo marihi mangĩ tirenderekero muthaki wa Posta Rangers kwa ihinda rĩrĩ he muthaki wa ikorwo akiheo kandi ndune mundu gwetwo Evans Ochienga ni gudeko gikero ni mundu gwetwo Aska kuna ati nora ikora gifuatirira Mbitika eno ya Posta Rangers team ya Police nituko tugithi na mbere gukwira uria Mbitika ici cigokorwo cikiyumiria na kuhinda rĩrĩ tukorwo tukiamukana hihi ndugo tugikwira ni timu iriko igitongoretie na ageni aria tuko nao ithaini ria kere ni tuko tukiaririria uhoro wege hihi anike kirathie na mbere kuona ati andu aingi muthi magikorwo magiteta uhoro wege timu ya Police gukorwo ikirehia makana gukorwo ikirehia ngiri 3 guka ni VIP na indo iria magikorwo makihota refreshments kana indo iria magikorwo makiheo marie na indo ciari wanting kuona ati it was not worth the money ogwo niguo andu akuria kindu gigutwo social media maraikora makiuga haya tugitigana na ici shege FKFPL turoge ginya kindu gigwetwo gitaro-ini kia Africa ari gitaro kia kindu gigwetwo kana Mbitika cia kindu gigwetwo AFCON na kuria turaikorwo tukirora ano ukorwo kiinuka ari nambari 3 mugongoni ari ikereka-ini kana hihi ano gukorwo akiinuka kana ikereka-ini ria semi finals team ya Nigeria na maikorwo magitogana team ya South Africa kuria team ino ya Nigeria maikorwo makihota na team ya Cote d'Ivoire na DR Congo Cote d'Ivoire makire mucie kana makire na home advantage maikorwo makihota ukorwo makimatha tigiti wa kuingira ikereka-ini ria finals ogwo ni kuga ati team ya Nigeria team ya Cote d'Ivoire niyo makorwo makigira ikereka-ini ria finals na team ya South Africa na DR Congo makorwo makimatha kana hihi makorwo magitigirira kana makorwo makihota kumathano ukorwo akiinuka ari namba 3 haya team ya Nigeria maitogotire mundu gwetwo Victor Osimhen ni makorwo magikira ikereka-ini ria finals na unaithikane ati Mbitika ino ya final yakorwo githako muthenya wa rucio kuria makorwo magitongana na team ya mucie ya Ivory Coast na ndiwe hihi bet yaku uraikorwo ukimeigirira kukuona ati this is a match to kill kana hihi it's a very heavy match andu matigakorwo makihuthia team ya Ivory Coast uririkane ati team ya Ivory Coast marakorirwo magika kindu gigwetwo waliponea chupu chupu no endio na maponea maikorwo magika maundu kuria akiuria mwena wa Ivory Coast kana kuona ati makire na home ground na team ya Nigeria uririkane ati matikoragwo magiflop kana matikoragwo makigwithia stage wona ani moka guthaka kindu gwetwo AFCON finals no hihi kindu ingiorio ni hihi team kana hihi gikombe giki nari korwo no githame kuria mwena wa West Africa nari githame nari itukihoya ikorwo githama kuria mwena wa West Africa ndikio bet yaku ikire mwena uriku murikana Mbitika ino ya final igathakwo muthenya wa rucio kuria team ya Nigeria magakorwo magitoga team ya Ivory Coast hihi bet yaku we mwiroreri wa Muthingi TV ukimeigireire ku kana hihi uratanya ni team iriku igukorwo kihotana ikereka-ini ria finals uririkane ati ni Victor Osimhen versus andu magwetwo Ivory Coastians arikuria mwena wa kana Mbitika ici ikorwo githakirwo kuria akihaini kia Ivory Coast tukirora kana tugikia Drumeni team ya Ivory Coast makire na kanya kana makire na a very big kana makire na kindu gigwetwo probability nene ya ko magikuwa gikombe giki no edere team ya Nigeria uririkane they don't flop on big stages na rĩrĩa ndauga big stages ni atiriri team ya Nigeria gwoka ni AFCON finals they never mess up na ni mageragia muno gukorwo makiandikithia maumirira mega ni mageragia muno gukorwo makienda kuhotana kindu gigwetwo
gwetwo AFCON finals oririkane ati timu ya Nigeria tiria mbere kana ria kere kana ria gatatu ukorwo makihota gukorwo makiingira ikerekaine ria finals ria Mbitika ici cia AFCON. Haya ni timu gukorwo makiingira ntugukorwo tukiririria uhoro wigi Mbitika cia AFCON tugukorwo tugichambua tugukorwo tukigeria kurora hihi no wena kanya kanene ga ukorwo kihotana Mbitika ici cia AFCON. Haya nie ngoda ogutigira hau ageni itu ni mauka gutwira atiriri timu ya Nigeria mekire ni undu wa ugo acio ni makwa magioka gutwira uhoro wegie kindu gigwitwo AFCON. Haya tukihera ciege AFCON ndendere ku ihinda riri tuingire kure gitoro-ini kia Ruraya nigetha tukorwo na ihinda aria gukorwo na ageni aitu kuona ati mathani makwa magitwara ihenya. Haya team kana Mbitika cia English Premier League nicio ndrenda tukorwo tukirora uria muthenya wa umuthi na rucio Mbitika igagikorwo igaikara ari ikerekaine ria English kindu gigwitwo English Premier League. Team ya Manchester City makwa magitongana na team ya Everton, Wolves matongana na team ya Brentford, Fulham makogana na team ya Bournemouth, Tottenham Hotspur makwa magitongana na team ya Brighton, Luton Town makwa magitongana na team ya Sheffield. Wewe tamwekezaji ntoko tuikumithia horo cio muno agikorwo kwanja ndukinyetie miaka 18 antironaga horo wigi uwekezaji ne njwire kwa ihinda riri no ikorwo kwa ihinda riri haria Mbitika kana haria ligi ikinyite no agerie kuigitheria na no agerie gukorwo gikirira lose oririkane ati City mani makoretwo makihota Mbitika ciao back to back kuona ati gutire Mbitika mahotete thu kana Mbitika iria maithakite thutha uyu gutire Mbitika mahotetwo team ya Everton no wanasua tere mundu gitwo Felix Solana agwa kiuga team ya Everton wanasua thutha ukorwo makiruta kindu gitwo points ikomi. Team ya You Never Walk Alone ario team ya Burnley makwa magitongana na team ya kindu gitwo team ya Liverpool kana You Never Walk Alone makwa magitongana na team ya Burnley na team ya Nottingham Forest odirikana makwa magitongana na team ya Newcastle. Haya tukira korori horo wege team ya Nottingham Forest ona makire na kana hihi makire in the kana probability ne mahota ukorwo makiuma kindu gigitwo Mbitika ine ici cia English Premier League agekorwo makorwo makirutwo makorwo makirutwo points iria 10 odirikane ati kirama ya FIFA ne gikoretwo gikiuga ati team nyingi ni cikoretwo ikiagarara mawatho na muno megie thogore na we thogore ya athaki kuona ati ni koragwo hetwo a minimum number ya athaki aria ungikorwo ugisign kana hihi ni koragwo hetwo a minimum wage na ndagoro wigi wa wage ni horo wigi kigina kiria we wita kirafu ungikorwo ugicagura. Aya kindu gikana kindu kihanikaga ni FIFA ni maronaga hihi athaki aria maikorwo mugisign mararehe profit ya mbeca cigana maikorwo mukihuthira mbeca cigana kugura athaki ogwo no nginya haikorwo na equality kana no nginya mbeca icio ikorwo ikigana na gutire undu ugikorwo urasign athaki aige no the profit ire urameka ta kirafu ndaikorwo ikigana na ogwo FIFA ni maugite ati agikorwo kirafu giaku kira make this amount no nginya na athaki ire urakorwo ugisign na makorwo maigananire na mbeca iria wewe ta kirafu wakorwo kigiria reu Nottingham Forest makire na hatika na makire hatika-ini ya ukorwo no makorwo makirutwo kindu gigwitwo points 10 na wana marutwo ni kuga ati team teyo matiyuko magitigarira kindu gigwitwo English Premier League. Haya uguo niguo maundu marikoragwo makihana kuria iharo-ini na ngwihoka no ikorwo kiona hau hanyu uria maundu marikorwo makihanika oririkane ati Mbitika nyingi ni tanyite gukorwo githakwo weekend ino na dio kana we ukoragwo support hihi team iriko na ningi ni mariko gikoragwo kana hihi ne Mbitika iriko koragwo ukirorera wega no ikorwo no kana ni mariko mukigwa tukiro horo wegi golf na ntorirwo golf toya andu kana ti andu well up kana toya andu atongu mundu wothe no ikorwo githaka kindu gigwitwo golf niguo mundu gwitwo Michael Karanga kana ugitongoretie Mbitika cia golf guku bururi-ini aikorwo agitwira no ndikane ati kuna Mbitika cia golf ira ikoragwo igithie na mbere kure mwena wa Sigona ni gukorwo gikwira hihi ni mara ikorwo makiyumiria ko unura ikorwo kimathira tigiti wa kuingira ikireka-ini ria Magical Kenyan Open wona atu agakorwo na ikireka ria keri ria kindu gigutwo Mbitika kana tafarira ino ito ya Metameta cia Mathako ako hinda riri ndenda tukorwo tukihomuka
twagĩkorwo tũgĩcokereria na kĩndũ gĩgwĩtwo Mbitika, kana tũgĩkorwo tũgĩcokereria na ageni aitũ arĩa makorwo magĩtwĩra hihi ndurumeni yao gataka mbĩtĩka-inĩ cia AFCON cia EPL na marĩa mothe magakiumĩra icagi-inĩ nĩ ĩrĩkũ. No mwena wa Facebook ndĩragĩkorwo ngĩkuona kana ndĩrakorwo ngĩona nĩ mũingĩrĩte na njĩra nene. Mũndũ ũgwĩtwo Young Talent ndĩragĩkorwo ngĩkuona locked in, wasalimia team Facebook wote. Mũndũ ũgwĩtwo macho unasema nipo natazama, ni ukweli watazama juko na macho gatha cia mwanya. Mũndũ ũgwĩtwo macho EM nĩ ũndũ wa gũkorwo ũkĩikara gũkũ kwa Mũthingi TV. Mũrugi job andakorwo ngĩkuona roga tupo site tumesija Laikipia Finest jeshi yothe ehutagĩria kagi Laikipia Airbase, wasalimike sana. Mũndũ ũgwĩtwo humbled host umesema nisalimie msichana wa Kylian Mbappe. My lord Kylian Mbappe ameanza kudate msichana wa Muthingi. Okay. Ntago kĩndũ gĩgĩtwo celeb crush syndrome. Nĩ mũndũ ũgĩtwo Sally ndũngĩraga by the local people. Let me address this issue with the manner that is deserved. Ndũngĩraga loko tu aliso shoki ũthiĩ ũkambie kwenda Kylian Mbappe. Why you at breaking our sons and daughters, you know. Haya, no nĩ kwĩhinda rĩrĩ tambe tũhũmũke tũcokererie na ageni aitũ harĩa tũkorwo tũkĩaria kwa lugha ya Kiswahili. Ũmũthĩ by the birthday girl ndangĩgeria kuga ũguo. Haya, ndũmĩrĩri cianyu ngũkorwo ngĩcirora kũrĩa mwena wa Facebook arĩ Mũthingi TV, naguo mwena wakwa nĩ wa Boy Jao that sports girl. Ũkorwo ũkĩnjĩra ũrerorera wĩ mwena ũrĩkũ. Twambe tũikĩre nĩ tũracokereria. Ore mũrĩmi mũnini na nĩ ũrabatara ngwatanĩro na nyũmba ya mohoro, ihinda nĩ rĩrĩ, amu Mũthingi TV nĩ irakũhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tũhũrĩre thimũ kũgerera 0777 572 358 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke. Ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe, amu ndũgũ nĩ makinya. Jumamosi hii tarehe 10 Februari tunakukaribisha katika awamu ya kwanza ya Lotto South Rift Regional Cross Country Championship na nyuki katika shule ya upili ya Enoro Girls. Njoo ushuhudie vitengo tofauti kama vile mita 500 ya wanariadha walio chini ya miaka 7, kilomita 1 ya veterans na viongozi watakaohudhuria, kilomita 6 na 10 ya vijana chipukizi, na pia kilomita 10 ya senior women and men waliozidi miaka 20. Na vile kutakuwa na mixed relay. Jumuika nasi Jumamosi hii tarehe 10 Februari katika hafla hii ya Lotto South Rift Regional Cross Country Championship na nyuki pale Enoro Girls Secondary School kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 7 mchana. Hafla hii imedhaminiwa na Lotto Foundation ikishirikiana na County Government ya Laikipia na Athletics Kenya. Lotto Foundation, we are changing lives. Mathako marefeta nyĩmbo cia ũndũire tũcunjĩ twa Bibilia nyitanagĩra naniĩ MC Hype Jemo o Juma kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 3 cia kĩroko, tũgathoma, tũgakena na tũgacanjamũka.
Riria turatura muturire-ini uyu nitucemanagia na maundu matiganite, mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo. Ndirianengeria mwana wakwa iria, mwana ndari na outlet, ndayambirie kuiba. Mwana kiambia kurutira kioro kanua na maniuro. Wathi kirabu no nginya urika uria andu a kirabu mekaga, no wikore magero-ini haraka muno. Konge ni arata matwikirie, konge ni endo aitu, amwe makimenyaga aria angi matekumenya. Kirinde magucagia bangi magoka makanjoherera muti-ini, makahura ngundi ta bag kama bag ya boxing. Weka atia? Sasa sijui nie ndio ndoka tu noherero hari na muti hau. Lakini sasa at the end of the day nduri na handu ha kurira. Na nikio nie teri wa Mwangi njinyitetie muthiori gwethana na andu mena rugano rwa mwanya, tugakorwo tugikara thi nao magakorwo magituhe maria manatongana namo. Ni o muthenya wa Juma thaa 2 cia hwaini thiini wa tabarira ya rugano rwakwa guku kwa Muthingi TV. Waigwa firidi ya huho kamenya ni hindi twi ona wa Max tugutwera nginya iharo-ini atukumenyithia ciege athaki mithako nondano na maumira ma Mbitika cia kagi gwithambira mahenya cricket hockey gonya na ingi nyingi guku bururi-ini ona nja wa bururi. Nyitanagira na ni that sports girl wa boy wa Njau o Juma wona cienda wega thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaini atabarĩri ya Metameta cia Mathako guku kwa Muthingi TV. Save a Life ni gikundi gitari gia githirikari kiria gikoretwo gigicenjia maisha ma andu ngurani Kenya yothe. Nginyagia haha nitucenjetie maisha ma andu makiria ma 100,000 through gutwara arwaru thibitari, gwakira aria matari na cikaro, kuhe andu irio, guteithia ciana iria ciureire mabarabara-ini na kuempower mbeũ njithi. Nyitanira na ithuĩ o muthenya nigetha tukorwo tukinyitanira hamwe guteithia na kugarurira maisha ma andu. Save a Life, transforming lives. Kuma utongoria uria munene wa bururi uka nginyagia hau hakuja Wanjiku ni kurira ararira woyi wakwa ko ni kurio hakwa ni no nyende maandamano mambie rucio tondu thirikari no ni tuhinyiririe haria tukinyite ati acio me ofisi-ini cia ubunge na kuria kungi ti aria twacagurire acio nio meheire mandate eka thirikari iratwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. There are a number of proposed tax measures will have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gia kuongerereka kwa garama ya muturire ikionekana gwakiriria o gwakia. Kuma riria ndeto cia ugikuyu ciokire bururi uyu noguo njohira ingihire kuma kuri anake a Gikuyu. Hihi murugamo wa thirikari ni uriko? If you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money. Wege na urumwe wa Mugikuyu ugatuika niyo ndama ateti megwateire. We are where we are today because of it is because of Uhuru Kenyatta. Ihinda ni kinyu twarie maria matukonie ithui nyumba ya Mobi. Uri ndio gutari na mimi maandamano maria marehwo baba wa nyuka wa nyuri guti mundu aravu nyitanira na Kariuki wa Ndwati akiunanira Njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makirunga ici ni o muthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaini nginyagia thaa 3 cia hwaini tukigereka gabiru utongoria wa bururi
tabarĩra-inĩ ya kwendete ya kũrunga igĩrĩ gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Asa. Ndarega, asa. Karibuni na mwikare thĩ mũnjĩre nĩkĩ kĩarĩa kĩngĩ. Pastor, mũndũ ta ũyũ okaga ũtukũ biũ na ndarĩ ũguo tene. Thikũ ici ona thimũ yake ndigĩkwĩra ndamĩhutirie rĩ, nĩ password ekĩraga. Maũndũ ta maya nĩmo mahagũrĩte ihiko nyingĩ. Na ithuĩ Mũthingi TV tũgakũrehera tabarĩra ya mwanya ĩtagwo kwĩregeria. Ũngĩkona mũndũ ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamũkĩre mũndũ hietha thamake. O mũthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia ũtukũ nginya thaa 5 na niĩ Njũgũna wa Ngugi. Waigwa biridi ya huho kamenya nĩ hĩndĩ twĩ ona wa Max tũgũtwara nginya iharo-inĩ atũkũmenyithia ciĩgiĩ athaki mĩthako nondano na maumĩrĩra ma mbĩtĩka cia kagi gwĩthambĩra mahenya cricket hockey gonya na ingĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Nyitanagĩra na niĩ That Sports Girl wa Boy wa Njaũ o Juma wona cianda wega thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya Metameta cia mathako gũkũ kwa Mũthingi TV. Uri mũrĩmi mũnini na nĩ ũrabatara ngwatanĩro na nyũmba ya mohoro ihinda nĩ rĩrĩ amu Mũthingi TV nĩ irakũhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tũhũrĩre thimũ kũgerera 0777 572 358 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke. Ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe amu ndũgũ nĩ makinya. Haya, nĩtwacokereria ngatho cia mwanya gũkũ kwa Mũthingi TV etagwo studio. Haina ageni maragũkenia mũndũ nĩ endaga gaikara ũguo agĩkenaga nĩrĩa kwangĩtuka wa Boy wa Njaũ kana kairĩtu ka mathako That Sports Girl. Harĩ mũthenya wa mũthenya wa Juma kũrĩa ngoragwo ngĩgũtwara iharo-inĩ na arĩkĩre karĩa kerĩ rĩa tabarĩra itũ ya Metameta cia mathako mũthenya wa ũmũthĩ mũno ndĩrenda tũhũrore ũhoro wĩgiĩ mbĩtĩka gũkũ bũrũri-inĩ ona wa nja wa bũrũri-inĩ mũno gĩtarũ gĩkĩ kĩa rũraya kũrĩa mbĩtĩka cia AFCON itanyĩtwo gũkorwo ikĩingĩra ikĩrĩka-inĩ rĩa finals tũgũkorwo ningĩ tũgĩcaria mũthaki wa namba 3 kana hihi team ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩrĩkia mbĩtĩka ici ĩrĩ namba 3 he kĩmanjĩka kĩa mbeca kĩragĩkorwo gĩkĩhĩtahĩtanĩrwo na tutagote maregu drum rolls. Yay, wageni wetu wamefika leo. Nimesema naongea Kiswahili, by the way it's my birthday now. I'm trying by the way. Siwezi jaibisha birthday girl, siwezi jaibisha, so leo naongea Kiswahili sanifu. If I use English I have already used, so you have to forgive me. Haya, drum rolls kwa wageni wetu. Lakini mbona umekuja ukiwa umejam?
Niko sawa. Ni Arsenal tu inanipatia stress kidogo lakini bado niko sawa. Okay. Well, we can't relate to your problems. Haya. Nataka tujiintroduce haraka tu. Tuanze kipindi. Brian Mose, mchambuzi wa spoti. Mimi si mgeni hapa, nimekuwa mara nyingi, kwa hiyo kuna baadhi wananijua, lakini kama unanitazama mara ya kwanza, mimi ni Felix Solana, mwanahabari wa michezo. Nilikuwa nimeuliza by the way kama wanaweza niweka hapa katikati, for balancing, but sasa wamesema nikae hii side. I don't know what they want to do with me, but wamesema hii side ndo mzuri na mimi. Sibira minute kutoka kwe hapa. Umekuaje? Mwaka jana. Michezo imekupelekaje? Tunaenda teke tu. Mwaka 2024 ndo mwanzo tumeanza mambo mazito. Tungojee mambo mengi katika soka ya Kenya na hata kule majuu Arsenal tubebe. Was Arsenal necessary? Na mbona hamkunipea mema hata mimi nivae jazi? Sasa wewe unajua ni wa Manchester na ndio kwa maana wamekutoa hapa katikati. Ndio kwa mnaendana Manchester. Sawa, umeona? Ukaa upande wa pili ndo msinikalie sana. Lakini mbona unapendanga kunichomea? Lakini mimi I'm neutral. When it comes to this, I'm neutral. Lakini tukitoka nje wewe ni Maniu. But of course. Haya. Tuliona Paralympics wameenda kule Dubai. Tunatarajia yapi kutoka watu wa Paralympics? Tunaomba tumeomba, angalia serikali pia imewasaidia. Wangekosa kuenda lakini sasa wako vizuri, wameshafika huko. Sasa jukumu liko kwa washinde tu. Asalina ukiangalia tumekuwa miaka jana tumecomplain about pesa, sijui timu imekosa kwenda. Pesa. Do you feel like now it's becoming a monotony? Nafikiri serikali inajaribu pakubwa unapoangalia timu mbalimbali wakati ambapo wanajiandaa kushiriki michezo mbalimbali, pia serikali inajaribu kutia mkono. Kwa hiyo nafikiri ni jambo la angalau kuongera serikali, angalau inajaribu kutilia mkazo michezo, na nafikiri kwenda mbele mambo yatakuwa mazuri zaidi. Na unapozungumzia Paralympics, nafikiri mwaka huu labda tuwe na matumaini zaidi, manake napoangalia labda mashindano ambayo yalipita hatukuwa kufanya vizuri sana. Nafikiri tulishinda nishani ya fedha moja tu kwa mashindano yote kwa ujumla. Kwa hiyo nafikiri mwaka huu mambo yatakuwa mazuri zaidi. Mose ukiangalia nani ana fail? Who is failing? Because imekuwa story imekuwa hapo. Like unapata teams nyingi zimekosa kwenda. Nani ana fail? Ni organizations ama ni serikali? Who is failing who? Unajua ikifika kwa shirikisho linasema tulikuwa tumepanga. Serikali nayo inasema ilipata taarifa kama muda umeisha kwenda. Kivyangu mimi naona ni shirikisho lisukume serikali, alafu sasa ndo iwe inalalia kwa serikali. Safari hii tunafika unasema shirikisho wako upande wao, wanafuta upande wa kushoto, serikali kwa upande wa kulia. Kivyangu mimi rais wa shirikisho lolote hapa Kenya awe ndiye wa kuwajibika, alafu serikali sasa ndio iweke mkono wake ndani. Lakini tukiangalia about especially ikikuja ni organizations, kama serikali ina pesa, how these organizations supposed to make money? Sasa hapo ndo wanataka wao, si lazima serikali wasaidie, lakini ni ukweli pia inafaa kuwasaidia, lakini kule kutafuta wadhamini kulikuwa kunawasaidia sana. Wao wanajimarketaje? Wewe ndio rais wa shirikisho tuseme la kandanda, unafanyaje angalau kuleta wadhamini? Serikali itakusaidia kuleta wadhamini, na pia serikali ikiona unafanya vizuri unaleta wadhamini. Angalia gofu, wanatafuta wadhamini wao alafu serikali inaweka mkono. Sasa sisi shirikisho likilala alafu hakuna udhamini, hata serikali inaona hakuna kitu kinaendelea. Lakini ukiangalia especially ile time wametoka nje, unapata wameenda nje, wamepewa tu facilitation tu ya kwenda. Hakuna facilitation ya mahali watalala. Ni wapi tunaanguka kama wa Kenya? Nafikiri mimi kivyangu napoangalia pia shirikisho pia kuna wakati nafikiri mzigo mkubwa ni wa shirikisho, manake pale nyinyi mmechaguliwa kuongoza mchezo huo, kama kwa mfano ni kandanda ama labda riadha. Manake unapozungumzia serikali na ni wizara ya michezo, ni wigo mpana sana ambalo lina mambo mengi na nina michezo mingi. Kwa hiyo nafikiri pia kuna wakati mwingine shirikisho huwa haitoi ile labda ratiba yao jinsi mashindano yalivyo kwa mapema kujulisha wizara, ili nao wizara pia waweke katika ratiba yao na mgao wa fedha, wajue kwamba labda kama ni riadha kuna labda mbio hizo za wachezaji ambao wanaishi na mahitaji maalum wanakimbia wakati fulani mapema, ili wao pia wajiandae. Lakini kama vile ambavyo Mose amesema kwamba pia shirikisho lina wajibu mkubwa sana kuhakikisha kwamba imevutia ama limevutia sana wale wawekezaji. Tunapoangalia mchezo wa raga kwa mfano, kuna wakati ambapo wale wadhamini walikuwa wameondoka. Kwa hiyo inamaanisha kwamba pia mkifanya vizuri wale wadhamini pia watakuwa wanavutiwa kuhusishwa na nyinyi. Kwa hiyo nafikiri
kikubwa ama tatizo kubwa lipo kwenye mashirikisho ya michezo nchini. Ukiangalia kutoka last year mpaka saa hizi, what is the state of sports in Kenya? Michezo yote kwa jumla iko 50-50. Angalia kuna michezo ambayo imeinuka kama rugby vile amesema Solana, na Ababu ameonekana akiona unafanya vizuri anakupiga ile support, na akiona umelegea pia yeye anajisaulisha. Angalia juzi ameonekana kule Ivory Coast, kuangalia AFCON hii kesha yenye inakuja itakuwa hapa Kenya, mataifa ya Afrika Mashariki, Uganda, Kenya na Rwanda. Na nadhani Rwanda ipo, Uganda, Tanzania na Kenya. Rwanda ipo. Sasa ukiangalia Ababu pia ndo ameanza kuangalia kila ambacho atakifanya ndo angalau awe anaonyesha kwamba anafanya kazi. And ukiangalia about Ababu, kazi yake saa hizi tu alisema 2027 tutakuwa sisi ndo tuna host. Ukiangalia tujakuwa tukiona sana what is happening kwa hizo viwanja. What is your take? Tuko ready ama bado tunasuasua tu? Tuko 2024, we have like 2 years now. What's your take about, hakuna mtu anatuambia what is happening? Nafikiri juzi alitoa taarifa kuhusiana na uga wa kimataifa wa Kasarani ambao unaendelea kufanya ujenzi, na alisema kwamba mwishoni mwa mwaka huu utakuwa tayari umekamilika. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri, manake sasa hivi uwanja huo tayari umefungwa na ujenzi unaendelea. Lakini kile kitu ambacho watu wengi wanazungumzia ni mbona uwanja wa Nyayo usifuate mkondo huo, licha ya kwamba ni uwanja pia unatumika kwa wingi sana. Unaposema pia utafunga uwanja wa Nyayo, wanariadha wengi ambao ufanya mazoezi yao ndani ya uwanja utakosa mahali pa kufanyia mazoezi. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba tuongeze viwanja, ndio tujenge viwanja ambavyo vinafikia ile viwango vya FIFA na labda mashirikisho mengine kama riadha na kila kitu. Lakini pia tuongeze idadi ya viwanja, isikuwe tunategemea viwanja viwili ama vitatu tu. Tuwe na viwanja vingi ambavyo ikiwa labda mchezo wa Gor Mahia labda na FC Leopards unaendelea katika uga wa Kasarani, na labda uwanja wa Nyayo unaendelea labda mchezo wa Tusker, na labda kuna wanariadha ambao wanafanya mazoezi yao katika uga mwingine tofauti na huo, na labda kuna michezo mingine ambayo pia inaweza kachezewa katika viwanja vingine. Lakini kumekuwa angalau kuna mwanga, ingawa ni hafifu, lakini angalau kuna ashiri kwamba huenda tukawa tayari. Lakini mimi usema mpaka likamilike ndo nikubali, manake hili limetutoka si mara ya kwanza. Mwaka 1996 nafikiri tulikuwa tuandaye mashindano ya AFCON, tukakuwa tuna viwanja, ikaelekea kula Afrika Kusini, na sawa na mashindano ya CHAN mwaka 2018 tulikuwa tuandaye swala hilo la viwanja, bado likakuwa ni tatizo. Kwa hiyo nafikiri jambo hili limekuwepo, kwa hivyo takriban miaka 28 29 tumekuwa tukizungumzia kitu ambacho kimekuwepo, ama tatizo moja tu kuanzia wakati huo mwaka 1998. Kwa hiyo tunahitaji tuchukue sasa mkondo mwingine, na kuanzia sasa tumechukua dira tofauti, tuongeze viwanja. Nimeona especially wanakimbia wenye practice wakicomplain sana that wakienda kama Kasarani wanalipishwa 200 per hour kuingia tu kupractice tu 1 hour 200 ushamaliza. Do you feel like that's the right track to take? Wanafaa kuingia bure. Ukiangalia wanaenda kuwakilisha taifa, si kibinafsi. Ingekuwa ni kibinafsi ungeambiwa wewe unaenda kujifaidi mwenyewe, akienda huko akikimbia shinde, bendera ya taifa itapepea. Tutakuwa tumesema Kenya tulifanya vizuri. Kule kuingia kwa uwanja wanafaa waingie tu bure, hakuna kulipa. Na ukiangalia saa hii Kasande walikuwa wanatumia vizuri, Nyayo ndio hiyo saa hii sasa inatumika kisoka. Angalia uga wa Machakos, ligi ya Kenya, mechi karibu 3 zinachezewa huko, hata hali ya nyasi itakuwa iko vibaya. Lakini kivyangu mimi naona viwanja Kenya tuko kwenye ndoto. Hata kama AFCON inakuja Kenya, wanatengeza Kasarani, kwani Kasarani pekee yake ndio itachezewa. Nyayo imefunguliwa, ligi kuu wamehamia huko, hakuna viwanja ambavyo vitaandaa mechi za ligi kuu. Angalia Polisi Sako, mechi 3 zinachezewa huko, weekend 2, alafu Jumamosi 2, Jumapili 1. Bado tuko kwenye giza. Tanzania wako mbele yetu, Uganda angalia FIFA imesema Tanzania wako sawa, Uganda wako sawa. Sisi bado ni heti tumefunga, tutafungwa tena. Ukiangalia mpira ya East Africa, unaona kama tumesimamia wapi? Nafikiri ukilinganisha Kenya, Tanzania na Uganda, sisi labda wametuchukulia tuna mchezo mwingi sana.
Nakumbuka mwishoni mwa mwaka uliopita Tanzania walikuwa wakarabati ule uwanja wa Benjamin Mkapa. Nakumbuka huo uwanja uliweza kuandaa yale mashindano ya soka, ya ligi ya soka ya Afrika. Inamaanisha kwamba tayari imetimiza zile viwango vya FIFA. Kwa hiyo walikuwa wanataka kuiboresha zaidi kiwanja ambacho tayari kimefikia viwango vya FIFA. Na kuna wakati ambapo walitoa taarifa kwamba wanaongeza, licha kwamba wana viwanja vitatu ambavyo vipo tayari kuandaa mashindano ya AFCON, wanaridhia kujenga viwanja vingine vitatu kuhakikisha kwamba iwapo Kenya na Uganda watasinzia, wataandaa wao wenyewe. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo linafaa kutuingia akilini kwanza, kama wizara, kama wadau wa michezo, sasa shirikisho na vile vile na wizara, kwamba tatizo, na unajua swala la viwanja linahusu serikali, maana shirikisho pia haina ile, tuseme haina ile uzito mkubwa sana, ama mfuko si mrefu sana kuweza kujenga viwanja, kwa hiyo linaangukia serikali. Kwa hiyo nafikiri waziri Ababu Mwamba aliweza kumueleza rais, kwa hiyo rais afanye mambo, maana pesa nafikiri tunazo. Ukiangalia kuhusu Tanzania mahali walifika ikikuja ni AFCON, do you feel like they have a very bright future when it comes to AFCON? Kisoka ya kwao, ligi ya kwao nyumbani ndio wako sawa. Ukiwa timu ya taifa kutoka nje hawapo kabisa. Angalia, hakuna mechi hata moja walishinda. Walitolewa. Walienda kucheza Kisimba Kiyanga huko. Kisimba Kiyanga wakawa wametolewa. Tukijana na hizo Gofo safari tours ilishia kule Karen, Magical Kenya Open ya wanawake ishaanza kule Mombasa. What's talk about golf? Because golf ni kuja ni kama sasa imeanza kukuja ni kama inataka kuovertake hizi michezo zingine. Ni shirikisho limejipanga na wamejipanga kwa mapema. Angalia hata kule kuzindua wadhamini wenyewe, hata kama Babu alikuwa huko, walikuwa wamejipanga wenyewe. Hata serikali ingekosa kuweka mkono, walikuwa wako na hela. Na tufutilie mbali kile wanasema golf ni mchezo wa matajiri, lakini pia unaweza cheza. Na sasa ndio wanasema hilo shirikisho lao limejipanga upya. Angalia sasa Kenya tutaanza riadha kwa sasa ndio inashikilia Kenya. Kesho kutu angalia golf ndio inapanda. Angalia kule Vipingo Kilifi. Hayo mashindano ya Magical Kenya Open. Zaidi ya mataifa mengi yanashiriki, si Kenya tu. Hiyo inaonyesha kwamba tunaonyesha tuko vizuri. Viwanja vya golf angalia. Kila hoteli angalia, hoteli ya kifahari iko na kiwanja cha golf. True. Ili inaonyesha kwamba wamejipanga, wako vizuri. Okay, what's a comment about Magical Kenya Open ya men? It's supposed to start on 22nd. Una expect nini kwa nini? Ukumbuke mshindi wa ama anaitwa nani? The winner of Safari Tours, that is Indiza. Yes, ako pale kwa Magical. Karanga pia hiyo atakuwa pale. Greg Snow pia atakuwa pale. What's your take about these people? Nafikiri kwa miaka ya hivi karibuni tumeonyesha kwamba tuna uwezo mkubwa sana katika ulingo huu wa gofu. Ndio maana unaona kwamba hata mashindano haya Magical Kenya Open kupande wa kina dada, huu ni msururu wa Ulaya ambao imeweza kuandaliwa kule Vipingo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna kitu ambacho wameona tofauti Kenya na labda tofauti na nchi nyinginezo za Afrika. Kwa hiyo ukizungumzia Kenya Magical Open kwa wanaume ambayo itakuwa inaanza hivi karibuni, unapoangalia Kenya sasa hivi angalau kuna wachezaji mbalimbali ambao wameanza kuchipuka. Unapoangalia kama Indiza, mzee wa kazi pale, ameweza kuonyesha aliposhinda hiyo Safari Tour na kujikatia tiketi. Kuna mashindano nafikiria Singona aliweza pia kushinda. Kwa hiyo ni pale ataweza kuongezea tajriba. Unapozungumzia Karanga, ni baadhi ya wachezaji ambao ni tajika si tu Kenya bali dunia nzima. Na mimi nina matarajio mengi kwamba tutaandikisha matokeo mazuri upande wa wanaume. Licha kwamba kwa kina dada sasa hivi tuliweza kubanduliwa baada ya siku 2, lakini kila kitu ambacho mimi nasisitiza ni kwamba tuwekeze zaidi pia kwa kina dada, kwa kuhakikisha kwamba wamepata pia wao ile wamepata tajriba zaidi na wamepata muda mwingi wa kucheza, ili kifika labda ni msururu mwingine wa Magical Ladies Open ikuwe ni rahisi pia wao kuingia, hata kama wataweza kumaliza labda nafasi ya kwanza ama ya pili, waweze kumaliza katika ile mzunguko wa mwisho ambao una hela. Niliona watu wakisema sana benki mingi zimeamua, like a lot of banks have decided to sponsor golf, and the question is why? Unajua ukifanya kitu unaangalia saidi yako, utafaidi nini? Ukiangalia kama hiyo gofu mataifa mengi yanashiriki, na kule kuja kwao pia wao wamewekeza. Hiyo banki hata kama imetoa pesa zao hapo,
kesho kuta itakuwa imepata faida kwayo. Wezi niambia utaenda kwa soko kaweka kesho kuta umekosana kabisa na shirikisho ukatoka. Wewe ndio utakuwa umeenda hasara. Ni hata ambao wanadhamini wanaangalia upande wao. Nimeweka hii nitatoka na ngapi. Ameangalia katika gofu kuna uwazi. Hata mataifa ya majuu yanaaminia Kenya, yanaleta mashindano yanafanyika Kenya. Hiyo inaonyesha kwamba kila kitu kiko vizuri. Ukiangalia kuhusu Magical Open, what's it take about the organization na venye hizi games zimeprepariwa aje? Because ukiangalia golf ni kama kidogo wamekuja na ile strategia, we have first to make it public, as in we have to make tunafanya ijulikane, alafu ndo tukuja tucheze. What's it take about government kiamua kuingilia na kusponsor? Mimi nafikiri ama ni mbinu tu, wana mbinu na mfumo wa kujitangaza wao wenyewe. Wamehakikisha kwamba wamejitangaza katika maruninga na stesheni nyingi tu kiwemo majarida. Kwa hiyo nafikiri njia yao kwanza ni kuweza kuhakikisha kwamba michezo yao imetambulika kwanza. Wakati ambapo imetambulika sasa ndio wanaanza kutangaza kuhusiana na mashindano hayo ambayo yanakuja. Na unapozungumzia kama Magical Open sasa hivi, Ladies Open, unapozungumzia labda kampuni kama Safaricom na pale, ujikumbuke kwamba mashindano hayo yanatazamwa dunia nzima. Kwa hiyo mtu akiwa labda Ulaya pia ataona kuna kitu kama kile kinaitwa kama kampuni fulani inaitwa hivi ambayo inajihusisha na michezo humu Kenya, huko Kenya sasa hivi. Kwa hiyo wao pia wanaweza wakasema labda tunaweza ingiza mkono pale tuweze kuhakikisha kwamba hizi kampuni ambazo zinajaribu kuinua michezo pia wao tuwasukume ili wainue labda sasa wao pia kina dada ambao Kenya watuandikishe matokeo mazuri. Haya, tukiachana na za golf, Omala yamekataliwa kwenda kule Algeria. Nini ili happen? Kivyangu mimi naona ni maagenti. Kenya wachezaji hao na maagenti. Angekuwa na agenti mzuri kabisa, angekuwa anaondoka. Angalia goli alikuwa amemwachilia. Hadi wakatoa barua wanasema kila la heri kwake. Kidogo ikawa imetibuka eti mchezaji mwingine ameshachukuliwa. Hapo agenti wake ndiye alizinzia tu kazini. Lakini ukiangalia Gor Mahia ni kama kidogo pia wao hawakuwa serious kupatiana Omala. Ama because Rachel alisema sisi tulipatiana, lakini with another thing anasema ni kama time kidogo pia ili wapiga chenga. Ni nini? What is happening? Unapoangalia sakata hiyo nzima ambayo inahusu uhamisho wa mchezaji Benson Omala, unapoangalia ofisi ya Gor Mahia, taarifa ambayo ilitoa walisema kwamba kuna au kuamini sana wale licha ya kwamba Omala ndio ana agenti ambaye wakala ambaye anashughulika na mambo yake labda ya uhamisho. Kuna mtu fulani ambaye alikuwa anatumika kama link kuhakikisha kwamba jambo hilo limefanyika. Na unapozungumzia Rachera alisema kwamba ni kama huyo alitaja jina fulani ambalo sitaki kulitamka manake ni jambo ambalo tujui kama ni ukweli ama ni wingu tu ama manake alisema kwamba ni kama kuna baadhi ambao walihusika hawakuwa wanajua hata jiji kuu la Algeria liko wapi. Kwa hiyo unapoangalia swala hilo pia linaweza kuwa kuna labda jambo ambalo alikuwa sawa pale na ndo labda ilisababisha Gor Mahia kutochukua hatua haraka licha kwamba walitaka kumwachilia mchezaji. Pia walisema kwamba licha kwamba Gor Mahia walielezwa mapema kulikuwa na mchuano mkubwa sana weekend hiyo, nafikiri ilikuwa dhidi ya polisi. Kwa hiyo na kocha yule Makenestri akasema kwamba anamhitaji mchezaji huyo weekend na dirisha la uhamisho lilikuwa lifungwe Jumatatu usiku. Kwa hiyo kumekuwa na sakata nyingi sana na mimi kivyangu swala hili ni swala kubwa sana na sitaki kuingilia manake ni jambo ambalo sijaelewa mpaka sasa. Utaki kufungwa. Manake kila kunapoangalia wanasema kila mwamba ngoma huvuta kamba kwake. Kwa hiyo upande wa Gor Mahia unavuta kwao. Ujenti na familia ya Omala pia wanasema kwamba wanailaumu Gor Mahia kwamba hawakutaka kumwachilia mchezaji. Kwa hiyo ni jambo ambalo ukipima hivi ni swala ambalo lina masuala mengi sana. Mose, ni nini wachezaji wetu wanahitaji vitu zingine ziko hii process zingine zikuwe easy na smooth. Tuache hizi vitu kwa mingi kwa media. Wachezaji wetu wanahitaji nini? Ni agenti tu mwenye anafahamu kazi yake, anajua mkataba wa mchezaji wangu ukifika hapo utakuwa umetamatika. Na kule kumtafutia timu ambayo kiukweli hata ambiwa kwamba eti muda ulikuwa umeisha hadi CEO wa timu anakuja kuingililia. Hiyo haifai kabisa. Agenti akifanya kazi yake vizuri kwa wakati unaofaa, angalia wachezaji huko majuu
Ikifika contract inaisha, mnaongea na timu kwanza, mnaelewana. Kule kuondoka kwa Omala hawako wameongea na God wakaelewana. Na kule penye alikuwa naenda wao pia wakaona pesa imekuwa nyingi. Ikawa wamewacha agent wake hakumshughulikia vizuri. Lakini ukiangalia kuhusu contract, wachezaji wengi sana Kenya, most of them say that they don't work under contracts because ni ile tu unaitwa, unakuwa tu unajua tu uko kwa kikosi lakini ni kama huyupo. Nani anaangusha wachezaji? Ni timu. Timu ikikuchukua ione ufanye kazi ya maana na kuachilia. Ndio kwa maana hakuna hiyo contract anaweza kuachilia wakati wote. Na kule kuachilia wakati wote unaweza washtaki kwa kulipe contract yako hadi ishe. Kivyangu mimi naangalia wachezaji wa Kenya pia wao hawako katika ile harakati nzima. Angalia mchezaji akitwa na goal anakimbia tu. Anaingia. Alafu nakuta contract inaisha wakati wote, hajui. Anakuwa free agent. Wengine wanaingia timu pasi na kununuliwa. Bora tu ni mchezaji na uko na mtu huko ndani unachukuliwa tu. Kule kutolewa sasa hakuna kenye utafanya, ni kutoka tu. Lakini Salano ukiangalia wachezaji wengi sana wamekuwa wakicomplain that they have to work another extra job and at least wajisustain juu mpira Kenya ilipe. Ni wapi tunaanguka sisi kama nafikiri hili ni jambo ambalo linahusu watu wengi sana ikiwemo serikali, shirikisho, na nafikiri swala hili pia la kujimarket na kujiuza kama kujibrand kama ligi. Angalia jinsi ambavyo wenzetu Tanzania wanafanya vitu vyao. Unapozungumzia timu kama Simba, unapozungumzia Yanga, unapozungumzia Azam, jinsi ambavyo wamebrand ligi yao wenyewe mpaka Simba inakuwa baadhi ya timu 8 bora katika soka la Afrika. Kwa hiyo mimi nafikiri ni branding ya ligi ipo. Mpaka sasa unakumbuka kwamba taji letu la kuwania ligi kuu limebadilishwa msimu uliopita. Kwa hiyo yani kuna ile kitu ambacho kinawatambulisha kama ni ligi. Angalia kama ligi kuu nchini Uingereza ama UEFA Champions League, kikombe ni kile tu, hamna haja ya kubadilisha. Kwa hiyo ni kubrand tu kitu ambacho kiwe angalau ukiuza unajua ni nini ambacho unakiuza. Unapoangalia ligi ya Afrika Kusini, baadhi ya ligi nzuri sana huko Afrika, hata ligi ya Zambia pale. Kwa hiyo na mimi nafikiri ni branding, alafu kitu cha kwanza kuhakikisha kwamba tumejiuza vizuri sana, manake pia mashabiki wataki kwenda kuangalia kitu ambacho akiwafurahishi. Manake ili kuwafurahisha mashabiki lazima pia kuna kitu ambacho yeye pia amekuja kafutiwa nacho. Kwa hiyo mimi nafikiri kitu kubwa ni kujibrand na kujimarket, ndio kitu kikubwa sana, ili pia nao wale masponsors wadhamini waweze kuingia na kuwekeza pesa zao. Manake pia kama vile ambavyo Mose amesema, uweze kuwekeza pesa zako alafu ziende bure. Unasikia labda mwenyekiti wa klabu fulani amekula mashabiki ama wachezaji wajalipwa. Kwa hiyo iwe ni kitu ambacho nipe nikupe. Pia masponsors wanaangalia. Kwa hiyo ni kujibrand na kujiuza, alafu tuwavutie mashabiki uwanjani, masponsors waje na wachezaji walipo. Amesema kuhusu kujaza stadini, kakumbuka polisi weekend iliyopita walianza kulipisha VVIP 3,000, alafu ambacho wanapea mashabiki waliwapea evening sausage, sijui na samosa, alafu na maji. What's your take? Are we ready for 3,000 ama tuli overdo? Lakini pia ukiangalia mashabiki wa Gor wanajitolea kwenda mechi. Polisi walitumia ule mfumo kuwashinda. Mashabiki wao hawakuingia wengi. Na pia ukiangalia wa polisi sako hela yenyewe waliweka ni hela kubwa, ni uga ambao kiukweli hauna VVIP, tuambiana ukweli. Hata ukiangalia ni hema imewekwa huko juu kwa hiyo tent yenye walikuwa. Lakini wenye waliingia wachache, na ile kufanya ilileta hisia kwenye mitandao. Na watu wakafuatilia. Ni hiyo ndio moja ya kufanya marketing. Na kule kufuatilia, hata kama watu hawakwenda uwanjani waliona goal na polisi wanachezaje. Nadhani timu zingine tu ziige mfano kama huo kwenye mitandao. So tuko kama Wakenya tuko ready kutoa hizo 3,000 alafu tunapewa kelele. Hakuna 3,000 ya kuingia kwa uwanja, ni kelele tu. Ni ile kufutia mashabiki katika mitandao, uone mwenzako anakujibu aje, mwingine anakuambia hata uwanja wako unakaa aje, unatuambia 3,000. Yaani ile tu kuleta hisia mseto kwenye mitandao. Amesema kuhusu mtandao, nikakumbuka if there's an admin that anafaa apigwe risasi moja safi, admin wa Murang'a Sales. What's your take about hiyo? Because hiyo mfumo sana ni kama Murang'a Sales ndio wamekuja nayo alafu wengine wakapick. What's your take about internet and football?
Mimi nafikiri ukiangalia timu mbili, Bandari na Murang'a, timu mbili ambazo zinatumia vizuri sana mtandao na kujibizana pia na unajua watu pia wanafuatilia, unapoangalia pia wakati ambapo wanaweka zile banta kwenye mitandao, mashabiki wengi wanazifuata mpaka wengine unapata wanachangia. Kwa hiyo pia ni njia moja kabisa ya kujiuza. Na unapoangalia siku hizi mitandao ya kijamii ni njia moja ya kuleta ajira pia na kuleta kipato kwenye timu. Unapoangalia timu za kule majuu wanatumia sana mitandao ya kijamii pia. Kama labda unataka labda mchezaji labda fulani kabla ya mechi amesema vipi, ama mkufunzi kabla ya mechi amesema nini, ama baada ya mechi amesema nini. Kwa hiyo inafaa kuwa pia wao wamewekeza katika ile ama wanahabari wao wa timu kuhakikisha kwamba pia mashabiki pia ni wale ambao wanahitaji kupewa taarifa kila kuchao. Labda unapata mchezaji amepata injury tu, hizo taarifa kuzipata unapata kuchelewa. Kwa hiyo pia mashabiki na wadau wa michezo pia wanafaa kuwa up to date. Kwa hiyo wanafaa kufahamishwa kila kitu ambacho kinajiri kwenye timu zote ambazo zinashiriki labda katika ligi ya FKF na NSL. Kwa hiyo kujibrand vizuri, kutumia mitandao ya kijamii, hizo video fupi yekeni ukule kwenye mitandao, watu waweze angalau kupata nini ambacho kinaendelea. Si wakati ambapo tu kuna mechi ndo labda tunaona kumbe Gor Mahia wanacheza na labda na timu fulani, kumbe Tusker wanacheza na timu fulani. Kwa hiyo mimi nafikiri ni njia moja nzuri sana ya kuweza kujimarket. Sasa season ya 2023-2024 ni kama kidogo inaenda kukamilika. Unaangalia serikali ndo watabeba ama kidogo tutaendaje? Wameonyesha wanabeba tu. Angalia ni tangia msimu uanze, mechi ya round ya 20 ndio wamefungwa na polisi. Hiyo hata kama hiyo mechi ilikuwa inaleta hisia mseto kwenye mitandao ya kijamii, na polisi walicheza vizuri kipindi cha pili wakashindwa. Najaribu kuona Jonathan McKinstry anaonyesha kwamba bado yeye ndio kigogo katika soka la Kenya. Angalia sasa ana alama 43. Yule ambaye anamfuata na 33 ama 32 hapo. 35. Na ukiangalia mechi ya polisi na Posta ndio ilikuwa inaamua nani anakuwa wa pili ama wa tatu. Na kama walitoka sale sijafuatilia, ilikuwa kipindi cha pili, bado walikuwa 0-0. Alafu angalie kesho game ya Gor iko leo, si kesho. Alafu washinde leo bado Gor wako vizuri, wanaweza beba na wakaenda. Ni nini timu zingine azifanye? Tusker wangu wameenda wapi? Ligi yetu nafikiri kama vile ambavyo tumesema hapo nyuma ni kwamba mambo yetu bado, ligi yetu bado ipo chini sana. Unapolinganisha labda mwaka 2012, mwaka 2013, wakati huo angalau kulikuwa na ushindani, na licha kwamba sasa hivi ndio kwa timu kama Posta Rangers walianza vizuri, Murang'a timu yako ilianza vizuri, licha kwamba mkondo wa pili hawajapata ushindi wowote. Kwa hiyo mimi nafikiri usitaje Shabana, wachana nao. Oi. Wachana nao. Sitaki kutia msumari moto kwenye kidonda, manake mwasefa. Shabana tunajaribu, tuko vizuri. Angalia Pamzo vile anafanya. Kila ambacho tunafanya sisi hatuendei kikombe, tunangangania msimu kesho tuwe kwenye ligi kuu. Lakini imagine mmekuja tu juzi mshaanza hata kufuta kocha wetu alikuwa wa NSL. Hata kufutwa aliamua peke yake kuacha. Angalia mechi ya mwisho akiwa kama kocha mkuu Sami Okoth. Alisema mwenyewe amekubali labda mwingine akucha endelee, na ukiangalia kule alikuwa na pressure. Mashabiki ni wengi. Ni kama Ivory Coast kule walikuwa na pressure sana hata kama wamefika finali ya AFCON. Shabana kila ambacho Pamzo ameingia kufanya ni kusaidia tu wasishuke. Angalau amalize 16. Wow. Lakini angalau nilikwambianga hapa kutoka last year nilikwambia vipi? Uliniambia kiukweli tumeingia kwa vishindo lakini ligi ni ngumu. Alafu huo wakati ukiniambia sijui Murang'a walikuwa nafasi ya pili ya tatu hapo. Safari ndio wanachukua nafasi yao. Kama kutenda vibaya Murang'a nafasi ya 15, nafasi ya 16 Shabana. Hatuwezi maliza 15. Hatuwezi. Ukiangalia kuhusu especially hizi teams mbili zenye zimeingia, umesoma nini kuhusu especially football ya ikikuja ni FKFPL? Ligi ni ngumu ndio, lakini mimi bado viwango ndo nazungumzia viwango vyetu. Maana unapoangalia hata timu kama Kakamega Homeboys wakati ambapo walishinda lile kombe la Mozart, kwenda tu walipigwa na mkondo wa kwanza mechi za CAF. Kwa hiyo inamaanisha nini? Tupo chini kabisa. Kwa hiyo mimi
ni kuweza kuongeza. Nakumbuka kuna wakati fulani wachezaji kutoka Uganda, kutoka Rwanda, kutoka hata Tanzania na DRC Congo walikuwa wanakuja kucheza ligi za huko za humu Kenya. Unapoangalia wakati huo, angalia kina Seronkuma, kina Babaki Zito wakati huo, wakija Gor Mahia. Kwa hiyo hivi sasa unapoangalia wachezaji wetu ndio wanatoka kwa wingi kwenda kucheza ligi za Tanzania. Kando na vile ilivyokuwa wakati huo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna kitu ambacho wao wamekifanya ambacho sisi hatukifanyi. Kwa hiyo licha kwamba Gor Mahia ndio wanaweza kutoa taji hili, lakini unaangalia kule mbele wakienda hizi mechi za CAF, matokeo yao yatakuwa vipi? Hata kupita labda ndio wanaweza wakaingia kwenye makundi, lakini kupita pale imekuwa ni kizingiti kuanzia nafikiri miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo ni kazi kubwa sana na linafaa kutoa viongozi hawa wa soka lile jasho la puani, manake si kazi rahisi. Anik Mwendo anatoka pale FKF. Unafikiria nani atatuokoa sasa? Mimi kwanza alikuwa anataka kugombea nafasi kuingia kwa mara ya 4. Akawa amefungiwa, hawezi kaingia kulingana na sheria za FKF. Sasa kuna ambao wanagombea hadi mchezaji wa kitambo Dennis Oliech pia yeye amesema yuko kwenye kinyang'anyiro, yuko Salim Waziri, yupo Twambara mwenyewe. Lakini kivyangu mimi naona hata Sam Nyamwe alikuwepo, mbona wakati huo hakufanya kile ambacho anakuja kufanya sasa? Nafikiria tu mchezaji tu wa kitambo ingie afanye. Unajua yeye ndiye anajua kiatu kinafinya wapi. Anajua mchezaji anapitia nini. Tusiweke tu yeyote. Ingekuwa ni ile tunafanya uchaguzi kisisi wanabali tunachagua, lakini sasa ni delegates tu ndio wanafanya. Hatujui nani ataingia, sababu pia hatujui kama bado uwazi utakuwa ama itakuwa kama kitambo tu. Lakini mimi najaribu kuangalia hata kama Niki ataondoka au msimu wake wa mwisho baada ya kurudi ofisini, amejaribu angalia mechi za Kenya sasa hivi unapata mbashara kwenye runinga. Na hiyo itasaidia wachezaji kule kujiuza wenyewe, sababu utaulizwa ulikuwa unacheza wapi, kuonyesha video huyu ndio mimi na ukanunuliwa na timu nyingine. Ukiangalia wameita IBC wasaidie kwenye uchaguzi. Okay. Umefeel ni kama do you think like ni huko before kulikuwa na kaitirafu? Because ukiona our contestants wakiita mpaka ABC, that means something has been happening behind the back. Uchaguzi wa Kenya kama kawaida, si mpira, si uchaguzi wa huku kwingine. Kumekuwa tu na tashwishi na unapata kwamba si kila mtu anaridhika. Kwa hiyo na haitawahi kufanyika. Pia ukiangalia nchi za kimataifa, ingawa sisi tunazungumzia soka, ukiangalia labda hata Tanzania, mridi wa ama kuna rais ambaye alikuwepo, alimwachia mdogo wake ambaye aliendeleza sera zake. Kwa hiyo mimi kivyangu swala la uchaguzi ni swala gumu sana Kenya, manake unapoangalia sasa hivi kuna vitu vingi ambavyo vinaongelewa kwenye mitandao, na deadline ile ambayo tuliwekewa ni Oktoba tunafaa kufanya uchaguzi, na ni muhimu sana manake nafikiri tukipita hapo itakuwa ni mambo mengi sana, manake pia unaangalia wengine wanasema kuna hili ama kuna mtu ambaye anataka kukatalia ofisini. Kwa hiyo mimi nafikiri ni mikakati tu na kujipanga vizuri, manake pia waziri amezungumza, na kuna taarifa ambayo nimekuwa nikifuatilia muda mfupi uliopita ambapo Doris Petra alisema kwamba iwapo yeye na Nick Mwendo wataruhusiwa kuwania tena uongozini, huenda tukapigwa bana na FIFA. Kwa hiyo ni swala ambalo tunazidi kulifuatilia litakuwa vipi, manake unapoangalia katiba ya FKF wanasema kwamba mtu anafaa kuhudumu kwa miula miwili, na tayari unapoangalia Nick Mwendo tayari miula miwili imekwisha. Kwa hiyo anafaa kuondoka ofisini kabla ya Oktoba. Kwa hiyo mimi nafikiri sasa ni kuweka mikakati zaidi kuhakikisha kwamba uchaguzi umefanyika na uwe huru na wazi, manake unapozungumzia pia kuna watu wengi ambao sasa hivi wanataka kuwania kiti hicho cha urais wa shirikisho, lakini wale ambao wanapiga kura wanafaa kufikiria kwamba nani ambaye ana ile interest ya mchezaji kwa ndio unaweza kuwa wewe ulicheza soka, lakini swala la uongozi na uchezaji wa soka ni tofauti. Kwa hiyo wanafaa angalie zaidi mtu ambaye ataendeleza sera za kuhakikisha kwamba ligi yetu ya soka ya FKF imeweza kwenda mbele na tumeweza kurudi hadhi ambayo tunaweza tukashindana na wenzetu Tanzania. Kitu cha pili,
timu za taifa zimehakikishwa kwamba zimejipanga vizuri sana katika mashindano mbalimbali. Unapozungumzia AFCON ambayo tutakuwa tukiandaa, je, tutakuwa vipi kama timu ya taifa wakati huo? Unapozungumzia Harambee Starlets, watajiandaa vipi kushiriki AFCON ijayo, AFCON ambayo inakuja licha ya kwamba tuliondolewa msimu uliopita. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo tunafaa kuweka vichwa pamoja. Siasa tusiweke katika soka, maana tutakuwa tunaharibu. Ukiangalia rumor says that mwaka uliopita Nick Mwendo alifungia contestants, walikuwa wameambiwa karatasi zao ama zile CV na nini na applications zikuwa zimefika back kwa saa fulani, alafu rumor says that aliwafungia. Do you feel like kuna ile kujipenda na that way atusongi? Ni viongozi wa Kenya, mtu akiingia hataki kutoka. Angalia hata sasa hivi wanasema ule wakati wa Amina walikuwa nje kwa mwaka mmoja wako ofisini. Hata sasa hivi wanataka FIFA irudishie huo mwaka mmoja. Sasa tunangojea, kuna mkutano wa kitaifa mwezi Machi tarehe 16 hapo kama sijakosea. Labda itakuwa ni ndo wanazungumzia hilo jambo, ama watume barua kwa FIFA waseme waongezewe mwaka mmoja walikuwa nje. Kumbuka ule mwaka ambao tulipiwa ban na FIFA kwamba serikali imeingilia mambo ya soka kinyume na sheria za FIFA. Lakini naangalia ni viongozi wote, lakini kwa sasa kuna uwazi. Yule ambaye ameshikilia kwa sasa ameambiwa hata simama. Sasa ni hao wengine wanakuja, labda IBC kisimamia na labda kutakuwa kunaenda vizuri vile wanataka IBC, sababu hao wenye wanakuja wanataka kwenye kiti ndio wamesema IBC fanye, lakini IBC haijakuwa ikifanya uchaguzi wa shirikisho la mpira wa miguu Kenya FKF. Labda itafanyika kwa sasa sababu hakuna yule atakataa. Yule ambaye angekataa anatoka sasa. Lakini ufeel kama IBC kiingilia tena FIFA watakuja waseme ni kama tena tumeanza kuleta siasa? FIFA bado watasema bado ni sheria za FIFA. Hakuna serikali kuingililia. Serikali kiingililia, IBC yenyewe ni ya serikali, inasimamia mambo ya serikali na uchaguzi. Lakini kwa sasa hawa ambao wanasimama labda waandike barua kwa FIFA mwanzo, FIFA ipitishe, wasifanye, wakifanya wao kivyao wenyewe, FIFA itawaambia sisi hatujui nani ameingia. Sababu nani atatuma jina kwa FIFA kwamba huyu ndiye ameshinda uchaguzi wa FKF? FIFA wanajua si IBC nafanya. IBC kituma hawaelewi hiyo nini inaendelea Kenya. Lakini hiyo miaka Nick Mwendo amekuwa kwa ofisi, ukicomment about what he has done, how he has been talking to media, what's your take about his work? Hiyo kuna mengi ambayo hajafanya sahihi, lakini kuna baadhi ambayo amefanya vizuri. Unapoangalia labda ligi ya kinadada, wakati ambapo aliingia hakukuwepo na ligi ya kinadada. Sasa hivi angalau tuna ligi ya kinadada ambayo inaendelea. Unapozungumzia wakufunzi wamekuwa wakipata mafunzo mpaka viwango vya A, zile za CAF. Kwa hiyo mimi nafikiri ndio kuna vitu ambavyo aliteleza pakubwa sana, lakini kuna pia machache ambayo alijaribu, ingawa ni wakati mwafaka sasa hivi kuweza kumpokeza mtu mwingine akuje na mawazo mengine tofauti sasa hivi. Do you feel kama hiyo change itakuja ku affect football? Kuingia, najua yule ambaye ataingia sasa ataingia kwa kishindo kama Shabana. Ataingia kuonyesha kwamba hapa haukufanya hivi. Yeye atakuja na mfumo wake. Lakini pia najaribu kufikiria kuna miradi ambayo Nick amefanya. Angalia Azam wameingia mkataba wa miaka 7 na shirikisho. Na iwapo ataondoka na mwingine aingie, huo mkataba utakuwaje? Sababu itakuwa ni ofisi mpya. Kila ambacho ulitia sahihi na mwenye atakuwa anaingia hatakuwa na hiyo sahihi. Sijui itaendaje, lakini tuombe tu yule ambaye ataingia akwamue soka la Kenya. Lakini Azam pia hata baada ya kusign contract bado Wakenya pia wanalalamika sana, wanasema hawapokei mpira venye wanafaa. What's your take about that contract? Kuna mtu anakula pesa mahali ama what is happening? Najaribu kuangalia hata ile video ambayo wanaleta haiko ile ya quality kabisa kama ile tunaona ligi ya Tanzania. Lakini wanajaribu tu kuonyesha wamesaidia wachezaji, na ndo waziri akasema runinga ya kitaifa ionyeshe mechi mbashara. Na do you feel kama hiyo inaleta contradiction sana kuhusu waziri ameambia KBC nyinyi ndo mtatangaza, Nick amesema Azam nyinyi ndo mtatangaza. Do you feel like hapa katikati kuna vita, kuna mahali hawaelewani? Kivyangu mimi naona wanaelewana. Ukiangalia kuna mechi ambazo Azam wanapatiwa ni zao kivyao, kama angalia leo mechi za leo kuna za Azam peke yao. Kesho kuna ya Azam moja alafu kuna KBC 2. Najaribu kuona wanaelewana
lakini kule kuelewana sasa ndo sijui ikifika mahali tuseme kuna mechi moja kubwa weekendi watafanyaje. Ukiangalia Solana comment about Nick Kukua that anataka kurudi afisini akikumbuka that he has literally, let me say literally, sometime messed up because ukiangalia amerudishwa kwa ofisi na FIFA because watu walikuwa wamesema hawataki warudi. What's the take about him kurudi kwa ofisi? Do you feel like kuna change yote tuna expect ama ile lieutenant tu iko hapa ndo tutaendelea nayo? Kwa ufupi, sitaki kuongea sana kuhusiana na hiyo. Sheria ya FKF, shirikisho la soka linasema mtu anafaa kuhudumu ofisini miula mingapi? Mbili. Yake imekwisha. Aondoke. Haya, okay, sawa basi. Haya, dada tuko tukiamkira urawege katika FKFPL ambayo inachezwa hii weekend. Anataka tukue tukipokea FKFPL. Alishia betika nego ko frodi ne betika FKFPL ali muthenya wa umuthi muthenya wa Joma. Posta Rangers wanapatana na polisi. Mechi ngumu, angalia Posta wanaingia kwenye mechi, timu zote mbili zinaingia zikiwa zimeshinda mechi zao za weekend jana. Na ukiangalia Posta na polisi wanataka kutafuta yule ambaye atakuwa na mbali ya pili chini ya Gor Mahia ambao wanaongoza. Kivyangu mimi naona Salim Babu labda hiyo mechi itakuwa imeisha ukijaribu kuangalia utuambie matokeo. Hapa mimi nilikuwa nimesimama na polisi. Ulikuwa umesimama na nani? Moses Mewazi mbona anasimama na polisi? Ana mahaba sana na polisi. Nikiangalia ule mchezo wao hata kama washindi mechi nyingi wanacheza vizuri. Alafu kaangalia Salim Babu ni kocha ambaye kiukweli anajielewa kila ambacho anafanya. Mose Kitambo alikuwa mahaba kuna uhusiano alikuwa nayo na Police FC ingawa hata sema wazi na ndio maana anavuta kamba kwa polisi. Mimi nafikiri kwamba mchono ni mgumu sana ukizingatiwa kwamba timu zote mbili zilipata ushindi weekend iliyopita. Polisi wana kikosi kizuri sana. Ukisema Gor Mahia Legends kwenye timu ya polisi, Posta Rangers wameamka sana msimu huu na wameonyesha kwamba wana uwezo. Ingawa hivi vishindo vya kuwania taji na kushinda labda kumaliza nne bora zinaweza kuwa ngumu sana kwao. Kwa hiyo mimi nafikiri mchuano ambao utakuwa mimi nafikiri kivyangu ni sare, itatokea sare pale. Haya, Bandari na City Stars pia watakuwa na menyana hapa weekend jana kule SportPesa Arena. Okay. 3-2 kwa faida ya Bandari waliowashinda Mrangasini. Okay. City Stars na Pamzo Moro wa Shabana wakatoka 0-0. Hapa kiukweli Bandari wako nyumbani. Angalia kutoka Nairobi hadi Mombasa ni masafa marefu. Angalia pia hali ya anga huko ni tofauti. Na mechi nyingi za nyumbani za Bandari cheza na Bandari kichwa. Haya, Bandari na City Stars. City Stars wameonyesha pia kuna wakati fulani nafikiri kama mechi kama wiki mbili zilizopita wamekuwa na katika nafasi ya pili na wengi walikuwa wanashangaa Nairobi City Stars Simba Nairobi wameamua vipi msimu huu. Bandari vile vile ni wazuri sana kwa kule Mbaraki na mimi nafikiri huu ni mchuano kama ni mwekezaji uweke double chance. Timu zote zina uwezo lakini Bandari wana uwezo mkubwa maana huwa wakiwa nyumbani huwa ni wazuri sana. Haya, Gor Mahia watapatana na Ulinzi Stars. Serikali mechi ngumu, angalia goal wanataka kuonyesha hata ile unbeaten yao ikiwa imeisha weekend jana dhidi ya polisi. Wanajaribu kuonyesha kwamba tunarudi bado wanaendelea kikombe, lakini Ulinzi Stars ukiangalia Anthony Modo Kimani pia anafanya vizuri, itakuwa ni mechi ya kufungana. Gor Mahia moja kwa moja maana unapoangalia hiyo mchuano ambao walipoteza dhidi ya polisi na ndio imepata kikwazo kidogo na ile run yao ambayo imekuwa kutoshindwa mchuano wote katika ligi kuu FKF. Ulinzi pia mimi Ulinzi napoangalia Ulinzi ya sasa na Ulinzi labda ya miaka 5-6 iliyopita si Ulinzi ambayo tulikuwa tunaitambua sana. Ingawa wengi wanasema polisi wamepokeza wanajeshi kile kijiti lakini sioni kama wakati huu Jonathan Makinestre atakubali kushindwa tena mchuano mwingine. Kwa hiyo ni ushindi kwa Gor Mahia. Haya. Sio are fixtures ya kidogo wetu muthenya wa umothe are muthenya wa Juma no ikoro kigwa dikiwe wewe ta mwekezaji no taiko tukiga horo igie mwekezaji andu matige uko akiekezaji agikorwo ndukinyete miaka 18. Haya, na sasa tuelekee AFCON ambayo tunangoja tukaride makoma kigera ikerekaire finals
Na timu ya Nigeria kwenye finali watapatana na timu ya Ivory Coast. Osman Padle akiongoza kikosi cha Nigeria. Una expect nani atakuwa anashinda? Hapa ni mechi ngumu. Angalia hapa Ivory Coast watakuwa kuna ile pressure, wako nyumbani, mashabiki wanataka ushindi. Lakini imetokea kisadifa, angalia walikuwa kundini moja, kundi A, alafu tena wamekutana finali wakitoka kundi moja. Hapa kiukweli itakuwa ni mechi ngumu, hata kama Ivory Coast watakuwa katika anga na ardhi ya nyumbani, itakuwa ni mechi ya kusumbua, lakini kivyangu mimi naona Nigeria watawasumbua. Zalano unaona kama nani atasumbua pale? Mimi nakwenda na wanatembo wa Ivory Coast. Unapoangalia licha kwamba hakufanya vizuri katika makundi, walishinda mchono mmoja wakapoteza 2. Wakapigwa na wao Nigeria kupitia mkwaju wa penalty, lakini hivi sasa wachezaji wao wamesema kwa kila hali kuejua ama mvua lazima tuushinde. Unapoangalia mechi yao dhidi ya Senegali, unapoangalia mechi zao hizo za maondoano wamekuwa kifanya vizuri zaidi, licha kwamba Nigeria ni wazuri. Wamefungwa katika mashindano hayo magoli 2 tu, kwa hiyo inamaanisha kwamba safu yao ilinzi kiongozwa na kina Ekong, kwa kina Jai, unaonyesha kwamba ni iko dhabiti sana. Unapoangalia upande wa Ivory Coast, safu yao ya kati, ule Seko Fofana jinsi ambavyo wanacheza, Frankie Kessie jinsi ambavyo wanacheza. Kwa hiyo mimi nafikiri ni mchuano ambao ni mgumu sana, ingawa mwisho wa siku bahati ambayo imekuwa nao Ivory Coast na wale mashabiki wa nyumbani. Kwa hiyo mimi nafikiri kivyovyote vile, licha kwamba walipoteza mwaka 2015 kwa Zambia, kwa 12 nafikiri dhidi ya Zambia. Kwa hiyo nafikiri wakati wataachilia kwa urahisi na uenda wakati watajilao kwa mara ya 3. Mera idikiwe we oraikoroge support team ereko ya Mbitika shishia AFCON kana team ya Nigeria makoma ituga na muthenya wa rucio na team ya Ivory Coast na dikiwe oraikoro we support team ereko. Sijui ni yepi umesoma kuhusu ligi ya huko Afrika? Tunaonyesha kuna mwanga. Angalia hata hii AFCON, hakuna yule ambaye angefikiria kwamba mabingwa watetezi Senegali wangetolewa. Ivory Coast mwanzo walikuwa wametolewa wakaingia kibahati. Ni ile inajaribu kuonyesha kwamba tuko vizuri, kuna mwanga kula ambako tunaenda. Tuko katika njia ambayo ni ya kustahili kisoka. Angalia hata mashabiki wanaingia uwanjani kuona mechi, hata kama walikuwa wanafuruga ni kule kufuruga kidogo tu kimachungu timu inatolewaje. Nadhani AFCON ambayo inakuja, ambayo itakuwa Kenya, Tanzania na Uganda, labda itakuwa ni ya msisimuko zaidi kuliko hii ya Ivory Coast. Ukiangalia venye Senegal, Egypt au wametolewa, as the big giants wametolewa, do you feel like Kenya, Tanzania na Uganda kuna mahali tu tutajishikilia, tutafika round of 16 ama tunatolewa tu na group stage? Sioni. Hapo mikakati itakuwepo. Unajua mpira wa soka si miujiza. Lazima ukuwe na mipango. Na mipango ianze leo ama labda ianze leo na mashindano ni kesho. Kwa hiyo kama unataka matokeo mazuri unaanzia sasa. Unapoangalia timu kama Cape Verde, baadhi ya timu ambazo Kenya walikuwa wanawapiga mwaka 2004 wakati huo mechi za AFCON, Burkina Faso kilikuwa wanapigwa na Kenya. Lakini sasa hivi timu hizo zimerika miaka hiyo, takriban miaka 20 iliyopita. Sisi tulirudi nyuma. Tulidorora, wao wakaendelea mbele. Kwa hiyo mimi sisi kama bara la ama ile ukanda wa Afrika Mashariki tunafaa kujifunza mengi. Maana unapoangalia timu moja tu ndio ilikuwa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Unapoangalia timu za Afrika Magharibi kwa maana ya West Africa, ni timu ngapi zilikuwepo? Zaidi ya timu 6. Unapoangalia Afrika Kaskazini kwa maana ya North Africa, timu ngapi zilikuwa? Karibu zote zilikuwepo. Unapoangalia Afrika Kaskazini, Kusini, kwa maana ya South Africa, zilikuwa na timu zaidi ya 4. Kwa hiyo Afrika Mashariki ndio ilikuwa tuna timu moja. Kwa hiyo inamaanisha sisi kisoka tupo pabaya. Kwa hiyo inabidi tujifunze mengi sana na inabidi tujiimarishe kwa kiwango kikubwa sana ili tuweza kuingia ligi moja na wale West Africa na North Africa ambao wanafanya vizuri. Lakini ukiangalia West Africa kidogo ni kama wamekuwa kidominate. Nini, is it that they were born to play football ama what happens to West Africa? Kila mtu, Kenya kuna vipaji vya kucheza soka. Na kuangalia Victor Wanyama alicheza ligi ya Uingereza ambayo inachezwa pia na wao wachezaji kutoka ukanda huu wa Afrika Magharibi. Kwa hiyo inamaanisha kwamba wao waliwekeza sana. Unapoangalia timu kama Cote d'Ivoire, unapoangalia labda ile population yao ukifananisha na Kenya
mbingu na ardhi. Kwa hiyo inamaanisha kwa wametilia mkazo, wamewekeza katika viwanja, wamewekezea katika akademia zao za soka. Unapoangalia timu kama Senegal ama timu ya taifa ya Senegali, wana akademia nyingi ambazo ziko na direct link kwenda ligi ya Ufaransa na Syria, kitu ambacho sisi hatuna. Kwa hiyo nafikiri ni jambo ambalo tunafaa kulifanyia kazi. Hamna mtu, ndio vipaji vipo Afrika ya Magharibi na ipo pia Afrika ya Mashariki. Maana kuna baadhi ya wachezaji ambao tumeona wanafanya vizuri katika ligi hizo. Haya basi, tukatikana na shege AFCON tuthie kuruge nginya gitaro-ini kia Ruraya ndona mathaa matutwarite ihenya na riu tuingira mbitikaini cia English Premier League. Na leo Man City watapatana na Everton. Ukumbuke Man City they have been running an unbeaten period. Unaona kama Everton watamaliza ya unbeaten? Hapo tuzidanganyane sana. Angalia, Man City ni timu ambayo kiukweli sasa inajaribu kuonyesha kwamba Liverpool wako huko juu, na weekend jana Arsenal wakawasaidia sana kushika Liverpool na hawataki kuachilia. Hapa kiukweli kama unawekeza, weka jiji na Manchester City kichwa. Unaona kama nani atachukua? Everton, na ndio kuna wakati fulani waliamka baada ya kuondolewa zile alama 10. Sean Dyche anafanya kazi nzuri pale Everton, ingawa kibarua ni kama imewazidi. Unapoangalia viungo wao wakati wakina Dokore, unapoangalia wakina Onana, ni kama baadhi wana majeraha pale. Kwa hiyo ni kazi ngumu kwake, maana ile safu yao ya kati huwa imara sana ukiwa na wachezaji wote watatu ambao wanafanya vizuri. Lakini unapolinganisha na Manchester City, wachezaji wote wapo, Alvarez yupo, De Bruyne yupo, Haaland yupo. Kwa hiyo moja kwa moja Manchester City over 2.5 wanavuna mapema. Wolves watapatana na Brentford. Mechi ngumu. Angalia, wakikutana wale ambao wako katikati ya jedwali, nia yao kuu ni kumaliza hapo kwa jedwali wasishuke. Na ukiangalia Wolverhampton si kama ile ya msimu jana ambayo ilikuwa inasumbua, wameshuka viwango. Brentford wananyuki nao wanakuja vingine, lakini ni mechi ya kufunga na hii tu. Unaona kama nani tu? Wolves wapiga Chelsea magoli 4-2 wikendi iliyopita. Brentford wamekuwa kisuasua kidogo, ingawa wamepata uhai kidogo kurejea kwa ule mshambuliaji wao Ivan Toney. Kwa hiyo ni mechi ndio itakuwa na magoli na kubali, lakini Wolves wakiwa nyumbani Moleni ushindi 1-1. Haya, Fulham watapatana na Bournemouth. Bournemouth watakuwa wanaingia kwenye mechi hiyo wakitafuta ushindi muhimu, wakiangalia nafasi ambao Fulham wapo na nafasi Bournemouth wanashikilia ni ya wasiwasi, ni ile ya kujimarisha tu. Everton ambao wako huko chini wakipanda wasiwafikie, lakini Fulham vile wanaingilia, angalia kipa wao Bernard Reno anajaribu kushika Willian, mipira ile ya mifu anapiga vizuri, lakini kivyangu mimi natembea na Bournemouth. Mchuano ambao unaweza ukaishia sare. Unapoangalia Marco Silva anajaribu ndio kufanya kazi nzuri pale, ingawa hayuko vizuri kama msimu uliopita, lakini leo kama si sare basi watapata ushindi. Haya, wana Tottenham Hotspur watapatana na Brighton. Brighton ni timu ngumu ambayo inapenda kusumbua mwanzo wakicheza na timu kubwa. Hasa Manchester wamewazoea sana, lakini hapa wachezi na Manchester, wacheza na Tottenham. Tottenham ukiangalia wanajaribu kuwatoa wale Aston Villa waingie katika mabati 4 bora. Hapa natembea na Tottenham. Tottenham imeonyesha kwamba ni timu, baadhi ya timu ambazo zinawania 4 bora. Unapoangalia licha kwamba walikosa wakina Madison pale na Son pia yupo, wameonyesha kwamba wana uwezo wa kuokota alama. Kwa hiyo Brighton pia hawajakuwa kiandikisha matokeo mazuri hivi karibuni. Kwa hiyo moja kwa moja Tottenham huenda wakatoa ushindi katika mchuano huo wa leo. Haya, wageni Luton Town watakuwa wanapatana na Sheffield. Sheffield ni kama wameisha kubali matokeo, watashuka, lakini itakuwa ni mechi, unajua ile timu ambayo iko kule chini ikiamua kukuangaisha itakuangaisha. Hata msimu jana Arsenal zile timu ambazo zilikuwa chini ndio ziliwafungia wasichukue kikombe. Tottenham hapa watakuwa wanaonyesha kwamba wanaweza kustahimili makali na kukaa katika ligi kuu msimu unaokuja. Haya basi, Liverpool watapatana na wana Burnley. Liverpool mechi ngumu. Angalia sasa wana shinikisho kwamba kule juu kule kusalia kule juu, alafu na kudhibiti Manchester ambao anapumua karibu nao na kuna mechi moja mkononi. Liverpool, Jurgen Klopp ameshatangaza kwamba anaondoka msimu kitamatika, na atakuwa anaonyesha kwamba kule kuondoka kwake atakuwa anawaachia labda kikombe cha ligi kuu, kwa sababu sasa wao ndio wanaongoza. Sijui wataenda Arsenal waachilie dakika za mwisho, lakini
Burnley wana mlima mkuu wa kukwea. So Arsenal imeshakubali si nyinyi tena. Hatuendei, lakini tunaenda Champions League msimu unaokuja tena. Aha, okay. Liverpool. Kwa mara ya kwanza naongea ukweli, lakini ukweli exactly. Liverpool unapoangalia ndio waliteleza mchono wa Arsenal huko kwa mchezo moja kwa moja. Na mchono huo huenda leo Mohamed Salah karudi. Burnley pia wale ni wakushuka pamoja na Sheffield United, kwa hiyo hivyo vyote vile ushindi kwa Liverpool. Haya, Nottingham Forest watapatana na wana Newcastle. Newcastle ukiangalia msimu jana walionyesha makali yao kwa vyovyote vile, lakini safari Nottingham pia angalia ule kocha aliyekuepo kule Tottenham. Nuno mwenyewe anakuja kuonyesha kwamba baada yale makali yake hayajaisha. Angalia akiwa Tottenham mwanzo akiwa Tottenham aliingia na vishindo ikamkataa. Na pia alikuwa Wolverhampton. Kule kwa Wolverhampton ndiye alionyesha mambo. Lakini hapa najaribu kuangalia Newcastle viwango vyao vipo chini, natembea na Nottingham Forest. Nottingham Forest baadhi ya timu ambazo zinasumbua sana katika ligi kuu nchini Uingereza, zimesumbua Arsenal, zimesumbua Manchester United. Kwa hiyo ni timu ambayo ina uwezo mkubwa sana. Ukiangalia wale wachezaji kama Elanga, unapoangalia Gibbs White, wachezaji wazuri sana. Na unapoangalia Newcastle pia nafikiri sasa hivi umekuwa ndio na matokeo mabaya hivi karibuni, lakini huenda wameamka sasa hivi baada ya kutoa ile ushindi wa nafikiri dhidi ya Aston Villa. Kwa hiyo nafikiri leo pia watatoa ushindi. Haya, rari wa Muthingi TV ugo naguo Mbitika. Cia English Premier League igokoro ikihana muthenya wa mothe ari muthenya wa Juma. Sasa naona Masai me we hata sija notice one umeisha. Haya, hata sasa tukafunge, tutumie kamera tukafunge sasa. Ndo weekend inafanyika, kila weekend kuna mechi zita ambazo hufanyika. Kila ambacho mimi naona kila mtu tuashinde mechi zake. Tusianze kuombeana ati tushikie Man U au tuingie top 4 au Liverpool washinde, Manchester City washindwe. Kila mtu ashinde mechi zake, tukutane viwanjani. Haya basi. Mimi ni shabiki wa Crystal Palace kwa kitambo na timu ya West Ham United, kwa hiyo tutatoa ushindi weekend hii. Na kando na hayo kwamba tukumatie vitu vyetu tu, hata kama ni vibaya. Unasema kwamba chako ni chako tu, hata kama kinavunda. Mmoja shakubali that Arsenal washinde. Arsenal tu. We love that about you. Nimesema kivi yangu being a truthful man. Na nikizungumzia chako ni chako, namaanisha kwa ligi ya FKF, namaanisha zetu tusuke kwetu kwanza, ndo tuangalie wenyewe. Usiangalie kwa jirani kama hujatengeneza kwako. Tengeneze kwetu, tufagie nyumba yetu, tuitengeneze ikiwe bora zaidi, kivutie pia majirani zetu. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tuweze kusupport vitu vyetu vya nyumbani kwanza, alafu tuweze kuangalia labda kule kwingine. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kwa nafasi hii, na labda weekend ijayo tukipatana Arsenal watakuwa wamepata ile kitu ambacho walifanywa tu na West Ham United mwishoni mwa mwaka uliopita. Nasema ndovu atakuwa ameshuka mtini. Haya basi, haya gathosha mwanyani wiroreri waku kumariria tukiambiriria nginya riu turagithie kurikiria kore mwana wa Facebook ni ndaikorwo ngikimuona nguraga kwa Muthingi TV arigwo mucii wa gutherema. Mundu wetwo Naomi Watheka nimekuona sana, anasema Thika is watching and happy belated birthday to you. Thank. Hawajaniambia by the way. Hizi ndume hizi. Ai man, tutatupa huko nje. Mundu wetwo George Ngoge nimekuona uko ndani ya mitambo Young Talents. Mudogo macho mudogo Mrugi Job humble host wajira msichana wa Kylian Mbappe ni mudogo Paris. Hi Paris, umeamua kwenda majuu. Okay, sawa sisi tuko tu hapa. Na kemiretu wa Chelsea ni mudogo Salome kana Sali nie tafarira getshimania haha muthenya wa Juma. Tafarira inaitu ige ya Metameta cia Mathako na ngwiraga ati ithu turoraga mathako mothe, gutire uria tukiugaga gaka ni kamuthako na uyu ni muthako, na hau niho tugukorwo tugikirira agaturumo gaitu. Haya, ginyagia muthenya ucio kana ginyagia hindi iyo mundu msanii niwe uma windu gwitwo kamera mena ngaro ndiranjira ritwa no ni ukwegejira ritwa riayo na mundu gwitwo Aizo no uma kindu gigitwo graphics. Mundu gwitwo Paris niwe uma kindu gigitwo directing, na mundu gwitwo Oscar no uma producer witu. Ginyagia muthenya wa Juma njuge Ngai wa muoyo akwende akuige na akurathime na turia turikagia Metameta cia Mathako
hatuongei na ma ex.